Alright, introduction mwanzo. Na hapa basi, ndugu brother, mpenzi mtazamaji, wakina dada, wapenzi watazamaji, ikiwa hapa basi ni kwenye mwanzo wa sinema, na wachumo nyinyi wote mahali na ambapo mliopo, na kisha na wapeleka hadi upande wa India, na zaidi na wapeleka mwaka 2070. Mtazamaji sikiza, na wapeleka hadi upande wa India, na zaidi na wapeleka hadi mwaka 2070. Na kumbe mwaka 2070 maisha mweza kuharibika tena zaidi hapo upande wa India. Na ukiwatazama nyinyi ambao tutaweza kuachiki upande wa pili, walikuwa ni watu ambao ni maskini na ambao kaweza kupatikana mtazamaji baada ya vita moja hata kubwa zaidi, na ambao kaweza kufanyika hapa duniani. Na hapa kuna mtoto ambaye alianza kumwambia mamake, mama, naomba tuweze kunipa chakula, naomba tuweze kunipa chakula, maana njaa ambayo nahisi kwa sasa hivi mamangu ni njaa ambayo bana machezo. Mamake amwambia sina chakula, lakini mtoto aliweza kumuuliza mamake, kwa hadithi ambazo nikaweza kusoma kwa vitabu, nikaomba na kuti mtoto kimomba mamaki chakula, ama akiweza kumomba mzazi chakula, mzazi huwa gakosa chakula. Itakuja mama ukaweza kukosa chakula. Na kwa sababu sasa mama alianza kumuelezea mtoto wake ya kwamba na kweti miaka 3 kabla ya 2070, hii sasa nawaambia nyinyi wote ambao mtafika 2070. Miaka 3 kabla ya 2070 kuna vita ambavyo viweza kuchomoka hapa duniani, vita ambavyo viweza kupelekea kwamba na kutu watu wengi tena zaidi wakajaga dunia, na sasa watu wachache wakasalia hapa duniani. Walioweza kusalia mtazamaji wakawa ni maskini fukara hohehahe, lakini wengi kati ya watu ambao kaweza kuanzisha zile vita wakawa ni watu ambao ni tajiri kupindukia. Na watu ambao ni tajiri kupindukia wakaweza kutengeneza territory ambazo ni zao, wakaweza kutengeneza mazingara na mboni yao. Mtazamaji, mazingara na mboni sasa iliweza kubakia upande wa pili, ni mazingara na mboni matajiri peke yake walikuwa wanaishi. Makosa riet, uchafu na mboni wale matajiri walikuwa wanatupa, ndio uchafu na mboni mimi siamini wale maskini walikuwa na wanasusi wakati huo. Mwaka ni 2070 na kuambia cheki mambo. Na manzo kijaribu kuweza kubishana na wale matajiri, maskini wa Mungu kuko na kamizwa mara hiyo. Cheki mambo. Ikawa ya kwamba na kuti maskini wanadundu pande wa pili kujaribu kana kwamba ataweza kupata kazi, ili mradi tu kuweza kupata chakula. Makosa. Mkifanya kazi maskini wa Mungu, chakula ambacho inaletwa kule kuweza kupatiwa ni chakula ambacho hata ikoga inatosha mtazamaji. Ikabaki kwamba na kuti upande wa pili wale maskini wakaanza kuangamizana style kama hiyo, wakaanza wengine kujitoa uhai upande wa pili, kisa na maana njaa na ukosefu wa kazi. Wakina baba, wakina mama, wote wakaangamizana. Lakini kuna mmoja kati ya wale maskini namba iliweza kusimama. Jamaa tambulikana kwa jina lake original Amitabh Bachchan. Yule Amitabh Bachchan kuweza kusimama kwa wale wanakijiji, wale raia wakiwa wote, akaweza kuambia wale raia kwamba na kweti tumekuwa sasa hivi tukihadiwa kwa maana sisi na maskini, lakini tunaweza tukajaribu kadri uwezo wetu. Tuanze michezo ambazo tutakuwa tukizicheza hapa, nikisha kwa michezo ambazo tutakuwa tukizicheza tunauza zile sinema kwa wale matajiri wanatulipa, tunapata pesa za kuweza kujikimu kimaisha. Na hivyo ndio wenyewe walianza kufanya mtazamaji, wakawa wanatengeneza mpigano. Kwa zile pigano ambazo walikuwa wanatengeneza, video ambazo wanazipata upande wa pili zinauzwa ni wale wajiga na ambao walikuwa ni wale matajiri. Makosa. Lakini tajiri na ambao walikuwa yongoza ni wale matajiri. Ila wapi tajiri walikuwa na kiongozi wao. Yule tajiri aliweza kupata habari ya kwamba na kuti maskini wameanza kujitegemea. Baada ya kusikia kwamba na kuti maskini wameanza kujitegemea, aliweza kumtuma gaidi wake na mbona ni ukipekee, jamaa na mbona ni kama password bodyguard wa kwake, jamaa tambulikana kama vile Johnny English. Baada ya kuweza kumtuma Johnny English, akaweza kumhadaa na kumwambia kwamba na kweti maskini wote wanafaa kuweza kuona kando. Na hivyo ndio wenyewe jamaa aliweza kufanya kwa sasa hivi. Maskini wote ambao walikuwa wanaonekana wakiwa wajanja wakaweza kuona wakando. Nikabakia kwamba na kutu wenyewe ambao wakaweza kuona wakando ni wale maskini ambao mtazamaji wataishi kutumwa vibaya na matajiri ambao wakaweza kusalia ni hapa duniani. Mwaka 2070. Cheki mambo. Ni kweli Amitabh Bachchan alikuwa ameweza kujikakamua mtazamaji. Yote ni story ambayo mama yomfahamisha mtoto wake. Amitabh Bachchan akajiweza kujikakamua na akadai kwamba na kuti one time kuna jamaa ambaye ataweza kuzaliwa na ambaye ataweza kuchomoka kiwa mtaule. Jamaa taburikana kama vile Ganapadha. Na yule jamaa kujina Ganapadha ndio msina ambaye ataweza kuokolea wale maskini wakiwa wote. Lakini sasa mtoto manake ni mwaka 2070 alimuuliza mamake, mama, kana kwamba kukaweza kuona utabiri kama huo, ina maana kwamba na kuti bado Ganapadha hajaweza kuzaliwa? Mama alisema jamaa akaweza kuzaliwa, lakini bado hatima yake jamaa wetu hajaweza kuigundua itakuwa ndio gani. Mtazamaji, tuweze kuchomoka kazi hizo. Ukisikia kuna watu ambao kwa ni matajiri na wengine maskini, tuweze kududa sasa kwa mtaa. Na mbona kuko najulikana kama vile The Sun City. Na kupo kwa ile Sun City ndiko mahali na popo matajiri wote wao wanaishi.
Jamaa namba ile starring kwenye hili ya sinema jitu litabulika nalo kama vile Tiger Shroff. Jamaa kakuandalia bagi 1, bagi 2, bagi 3 na zinginezo jamaa kujina Tiger Shroff. Kumbe sasa mtazamaji ni wakati ambapo anaamuka na ukisikia sasa ni msela ambaye ni tajiri ametafuta mamanzi 13. Imagine usiku wa jana jamaa amekuwa na mamanzi 13 na ambao anafanya mapenzi pamoja. Alala yaye. Ndio wakati ambapo jamaa wetu niliamka. Yeah, manze hebu nipige kisa hapo. Exactly. Alafu nataka kufanya hivi, uweze kunipa koti yangu ambayo ni ya red na ambayo inakuwa ni favorite. Jamani weza kuchukua koti yake stara kama hiyo. Lakini kumbe punde wakati ambapo jamaa wetu Tiger Shroff aliamka, uncle yake alimpigia mawasiliano. Na mtazamaji kuna kitu ambacho nitakufahamisha mapema. Jamaa wetu Tiger Shroff si eti alizaliwa akiwa tajiri. Yeye alizaliwa akiwa maskini. Lakini yeye ni maskini na ambao anakuwa ni wajanja na kunjia moja ama nyingine akaweza kupata nafasi ya kudunda hapa kwa Sun City. Sasa yeye anakuwa miongoni mwa matajiri na ambao anaishi ardhi hizi. Lakini wazazi wake na mizizi na ambapo jamaa wetu Tiger Shroff akachomoka, alichomoka kwa wale maskini. Alright. Kumbe kidogo vyanko aliweza kumfahamisha kwamba na kweti. Unaona? Aliweza kufahamisha kwamba na kweti anaitwa na jamaa tambulikana kama vile Johnny English anamuita jamaa wetu Tiger Shroff. Alright. Cheko maneno. Sasa jamaa aliweza kuchomoka mbio. Hapa basi iweza kukungira upande wa pili. Mahali ambapo Johnny mwenyewe aliyopo. Johnny English mwenyewe ndiyo huyu. Na kama vijinavyo kila binadamu anapatiwa uwezo wa kuweza kubonga na mdomo wake. Amini usiamini. Huyu Johnny English Mungu alimnyima uwezo wa kuweza kubonga kutumia mdomo na hapa bisha kaweza kuweka chipu fulani pale kwenye mgongo wake. Ni ile chipu ambayo kaweza kuweka pale kwenye mgongo wake. Ndio chipu ambayo Johnny English waga yuitumia wakati ambapo yotaka kubonga. Cheki mambo kwenye napoko wakadunda ni mahali na ambapo sasa kuna the Royal Battlefield. Mahali na ambapo sasa wadozi mtazamaji wao wanadunda kuweza kujionea vita na ambazo maskini wa Mungu maskini wakaweza kuzitengeneza upande wa pili. Angalia mambo ni atiwe na hapa kuna jamaa kwa jina la Karudo manzieni kumpepeta na kutengeneza mwenzake kijana ndio ikalewega maskini weko kando stare kama hiyo iko shida. Sasa mtazamaji sikiza, hapa kuna mji utambulikana kama vile Sun City. Na kwa mji wa Sun City ndiko mahali na ambapo mtazamaji mimi siamini matajiri wote huaga wanaishi. Lakini nje ya Sun City ndiko mahali na ambapo maskini wote huaga wanaishi. Na ukiwa kwa city na ambapo ni wale maskini, yani nje ya Sun City, mkitengeneza pigano, ukiipuka kuwa mshindi ama kuwa champion wa wale maskini, unapatiwa nafasi maskini wa Mungu ya kuweza kudunda hapa kupigana na champion ambao ni wa wale nini? Wa wale matajiri. Na ukishinda mtazamaji, unapatiwa sasa nafasi ya kuwa moja kati ya matajiri na ambao ama matajiri wachache na ambao wameweza kusalieni hapa duniani. Alright. Cheki maneno. Kumbe Johnny English sababu nambao kaweza kumfanya aweze kudunda kule ni kwa sababu alikuwa kama kudunda pale nini? Ni kuweza kubeta. Alright. Baada ya kuweza kubeta, maskini wa Mungu aliweza kupata do. Cheki. Nimekuwa nimezoea jamaa kwa jina la Johnny. Yule Johnny English anadunda kwenye zile sehemu za kuweza kubeta. Anabeta na kisha akiweza kubeta mtazamaji, anatengeneza kiwango kikubwa tena zaidi cha pesa. Huyu jamaa kwa jina Johnny English. Alright. Na kumbe ni jamaa tu Tiger Shroff anakuwa jamaa kuweza kumpa Johnny mawaidha. Yani watu ambao wanapigana upande wa pili anampa mawaidha nani ambaye ataweza kushinda. Sasa kuna jamaa kama huyu ambaye alikuwa akipigana akaambia jamaa tu Tiger Shroff, sikiza. Ukipigana hizi vita ukishinda utalipwa dhao 3. Ukishinda utalipwa chochote. Lakini ukiweza kupigwa leo hii Johnny English ataweza kushinda na atashinda zaidi ya 1,100. Atakupa ngiri 10 na yeye kule faida ya 90. Unaonaje kumwolia? Enye Moria akaona kama jamaa akiweza kukubali kupepetwa ataweza kupata zile pesa zote. Mbona aweze kushinda? Mbona pia leo hii siweze kujifanya aweze kupepetwa? Ndio at least aweze kutengeneza pesa. Yeah. Manze ukikubali kupepetwa utaweza kujipa zako ngiri 10. Raundi ya 3. Moria aliona manze nilikuwa najikakamua. Maskini wa Mungu Moria alijiwachilia. Ni kutengenezwa hapa. Manze wekirewa makushoto kulia. Salala. Wekirewa makushoto kulia style kama hiyo. Elewa faida ni kwake mjika kwa jina la Johnny. Nze muona atia. Bye. Johnny shatengeneza ngiri 100. Imagine wakati huo ndio hiyo faida ambayo kaweza kuitengeneza Johnny. Lakini kumbe mtazamaji makosa ilikuwa ni ya kwamba na kweti pesa ambazo Johnny anazitengeneza hazikuwa za Johnny peke yake. Na hapa kuna kiki ambacho niweza kudunda mtazamaji, utaweza kumtambua kama vile Rosie. Huyo manzi kwa jina Rosie ndiye ambaye alikuwa ni kama spokeswoman
wakina fulani nambari kwa kuongoza upande wa pili atambulika naye kama vile Rieta. Atambulika naye kama vile Lobedrai. Cheki mambo. Alright. Baada ya kuweza kupigana kwa zile pigano, ama baada ya kuweza kupata mawaidha na kaweza kupata pesa, waliamua sasa kuweza kudunda upande wa pili pale kwenda kujibamba. Lakini kupe kidogo vi anko alimuita jamaa wetu Tiger Shrofa. Huyu ni anko yake jamaa wetu Tiger Shrofa. Akamwambia Tiger Shrofa, Vavarai, unafanya makosa. Makosa ni kwamba na kweti nimekuwa nikikusorora na kusiku kadha wa kadha. Wewe ni mwanaume na ambaye unapenda mamanzi. Na manzi yake jamaa kujina la Johnny English ameanza kukunoki. Jamaa alimwambia anko, sijali. Unaona mimi niko na residence ya kuishi hapo pande wa Sun City. Mimi sasa ni citizen wa hapo pande wa Sun City. Hakuna mtu ambaye anaweza kanitoa hapa. Najua na hayo bibi yake ni mtu ambaye kuna umri wa miaka 18. Kama ameninoki, kama amenipenda, haina shida. Mambo itakuwa stari kama hiyo. Alright. Waliamua kuchomoka kuweza kudunda upande wa pili. Kumbe kufika hapa, uncle aliweza kuambia jamaa wetu Johnny, akaweza kuambia Johnny English, nataka tuweze kubonga upande wa pili. Maana kuna kibarua ambacho kikaweza kuchomoka ni ngazi hizo. Akaweza kuambia Tiger Shrofa, chukua bibi yangu mpeleke pale kwa dance floor. Ama kwa kilabu ambacho kiko hapa, umpeleke bibi yangu kwenda kujibamba. Cheki mambo. Alright. Jamaa wetu John ama kilipenda Tiger Shrofa aliweza kumchukua bibi yake mjinga kwa jina Johnny English akampeleka kwa kilabu. Imagine. Kumbe kuweza kumpeleka pale kwa kilabu, jamaa aliambiwa peleke manzi akajibambe. Na ukasikia kopa na kutimanzi already shaweza kumloki jamaa wetu Tiger Shrofa. Ewe. Na kombe ni kujibamba upande wa pili bana cheza. Kumbe wakati huo mjinga tabrikana kama vile Johnny English aliweza kuitwa hapa, maana yake mtazamaji nikakombe kuna mkutano. Yule manzi kujina Ruzi mwenyewe ndiye huyu. Akamwambia jamaa yako hapa na kweti kinara na kiongozi na ambaye anatuongoza hapa alikuwa ni yote kama uweze kupatana. Sababu ni kwamba na kutimweza kupata habari kwa maana kweti unatengeneza faida na ambayo ni kubwa, lakini baada ya kuweza kupeleka ama badala ya kupeleka faida mambo inakuwa ni mabaya. Wakati huo Johnny aliweza kuonyeshwa video akiambiwa imagine unatengeneza pesa lakini kijakazi wako ambaye ni jamaa kujina Tiger Shrofa amekuwa sasa na yua nyemelea bibi yako. Cheki baada ya kucheza ngoma, amini si mimi mtazamaji, ndio hawa sasa walikuja kukula uroda. Imagine jamaa tu Tiger Shrofa taki, lakini mama anamwambia manzi na Johnny yasaje bonangu waga afikishi. Imagine he iko shida. Na kwa sababu manze itabidi manzi. Imagine ololo yayi tuweza kuona mambo yatakuwa namna gani punde si punde. Magaidi wake Johnny English waliweza kudunda hapa na mara moja jamaa Tiger Shrofa kakamatwa, ikiwemo bibi yake jamaa mjinga atabarikana kama vile Johnny English. Tiger Shrofa kama mbona tafadhali mimi sijawahi fanya mapenzi na bibi yako. Ni kweli bibi yako ananitaka, mtumie wako akakwenda. Bibi yangu anakutaka na kutakia nini? Jamaa alimwambia hata sijui, lakini kuna mambo ni kwamba nakuta bibi yako ananitaka Vavarai. Jamaa aliweza kuwahukumia kuziko wakiwa uhai. Makosa. Aliweza kumhukumia jamaa Tiger Shrofa pamoja na yule namba alikuwa ni bibi yake jamaa kujina Johnny English. Walihukumiwa kuzikwa wakiwa uhai. Usiku namba aliweza kudunda mtazamaji. Walichukuliwa stari kama yuamini usiamini, wakapeleka upande wa pili. Kaburi namba inachimbwa hapa ni maskini wa Mungu jamaa Tiger Shrofa na bibi yake mjika kujina Johnny English waweze kushikwa ama kuzikwa hapa kashikasha. Ni atewe Mot aram akabua na anko, sikiza, nilijaribu kukuomba uweze kubadilika na kuwa kijana ambaye ni mzuri, ukajifanya kwamba na kutuwe ni jaja ule. Sasa tazama mambo ambayo kaweza kufanyika hapa, unazika ukiwa uhai kijanangu. Sina lingine lote ambalo taweza kulitenda ile kukubali tu yote tisa kwamba na kutimanzi zako 90 zikaweza kudunda. Maskini wa Mungu jamaa Tiger Shrofa aliweza kuzikwa stari kama hiyo. Hapa basi uncle yake kitazama yenyewe ilikuwa ni uchungu kwa uncle, lakini sasa uncle angeweza kufanya nini ile kukubali tu yote tisa kwamba na kutikimogeka maji kuzoleka nayo inakuwa ni tafasha. Iko shida. Alright. Usiku nakwambia brother ulikuwa ni mrefu. Nyakati zile za usiku manyunyu ya mvua yalianza kutiririka. Ushi maskini wa Mungu jamaa Tiger Shrofa aliweza kuzikwa stari kama hiyo. Nyakati zile za usiku mvua iliweza kuchomoka na ukawa ni mkubwa. Maji tiririka stari kama hiyo yanadunda sasa kwenye ile kaburi mahali na popo maskini wa Mungu jamaa wetu na akaweza kuzikwa. Angalia mambo. Kwa bahati ki Mwenyezi Mungu kumbe jamaa Tiger Shrofa na hakuweza kuyaga dunia maskini, na ni wakati na popo yochomoka kwenye ile shimo na ambao kaweza kuzikwa jamaa Tiger Shrofa. Angalia mambo. Nyakati ni zile za usiku makosa yojikokota stara kama hiyo na yokumbuka vizuri tena zaidi kagore maskini wa Mungu givete cha Mukamba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao kaweza kuzikwa upande wa pili na mambo yakaweza kuchomoka na kuwa ni mabaya. Angalia mambo. Woshi imagine ulole yayi
Jamaa yujiuliza manzi, si hata afadhali ningeweza kubadilika nikuwe kama waigaji wa nduthi, nikiendeshaga nduthi manzi isipokuwa ama kilipenda kuliko kucheza na mabibi za wenyewe. Tazama mambo ambayo nikaweza kujisababishia. Ulolea mwadhani nikawabia waigaji wanaga mtu afadhali kukabila manzi kuliko kucheza na bibi ya wenyewe. Imagine kuchipua kule upande wa chini alikuta kwamba na kutimiza kivete cha mukamba already manzi ni kuisha maneno. Jamaa tu kwenda kuchomoka kuchungulia kwake anko aliona kakoti kake kekundu na mtazamaji kale kakoti kalikuwa ni Sunday best kwa jamaa wetu kwenda kuchukua kale kakoti kamrango kaliweza kujifunga ghafla. Anko kutazama pande wa pili limuuliza jamaa iliendaje manzi ukuweza kujaga dunia, you were supposed to be dead. Manzi hata mimi sijui. Oh, ghafla magaidi walidonda. Maskini Mungu jamani, jaribu kukabidhiana na wale magaidi. Na wakati huu mtazamaji nataka utazame jamaa, hakuna vita namba kwa anajua. Hakuna vita yote namba jamaa tu anajua. Makosa makubwa. Magaidi walidonda hapa. Na kisha maskini wa Mungu wakamwanza jamaa tu Tiger Shroff. Walimwanza Tiger Shroff na ajui vita ni labda tuweze kujitegemea. Kwenda kupigwa risasi. Maskini cheki risasi ina bounce. Alimisi risasi ikaweza kubounce. Ikapata gaidi mwingine stari kama hiyo. Jamaa yule jaribu kuweza kuokolea maisha yake. Makosa. Bahati yake Mwenyezi Mungu alimuona kando ni yule gaidi. Anko mara moja alichukua bunduki, akamwambia kama kawaida John ikiweza kugundua, nikajua ni kuhepa na bako na hepa na nikakuacha. Maisha yangu ndio namba itakuwa pale mashakani. Na kwa sababu pole sana kijanangu, itabidi niweze kukufitua malisasi kukuona kando. Lakini tena anko akakumbuka damu inakuwa nzito kuliko maji. Alimwambia jamaa tafadhali hepa. Akamuuliza na hepa naenda wapi? Tengia wakati ambapo nikazaliwa, mimi najua tu upande wa Sun City. Sijaienda kule kwa masafara. Sijaienda kwa wale maskini, najutua hapo upande wa Sun City, manake hapa tuko mahali ambapo nikaweza kulelewa. Aliambiwa sikiza, nataka uweze kuchomoka ni Sapa, nataka uweze kuchomoka upande wa pili. Uchomoke upande wa Sun City. Uende ukamtafuta jamaa fulani, atambulikana kama vile Shiva. Na ukiweza kumpata yule jamaa atambulikana kama vile Shiva, uweze kumwambia kwamba na kweti ni mimi Anchor namba nikaweza kukutuma. Na akikuuliza wewe ni nani, usimwambie jina lako ni Bagura, manaki jina lake la sinema Tiger Shroff anajulikana kama vile Bagura. Akikuuliza jina lako wewe ndi nani, mwambie jina lako ya kwamba nakutini Ganapadha. Mwambie jina lako ni Ganapadha. Wewe fafarai. Yaani sasa nikuulize, unanifukuza huku na juu ya kunifukuza huku unanifukuza hadi na jina langu. So unataka badilishe jina. Alimwambia sikiza, hivyo tu ndivyo vinavyoweza nikaokoa maisha yako, manaki Juni kiweza kukupata mambo yatakuwa ni mabaya. Lazima taweza kukudidisha na kana kwamba nataka kuona jua muda na wakati mwinginepo. Tafadhali kijanangu, naomba tuweze kuhepa hapa. Nikisha uweze kuduna kwa wale masafara. Na ukiweza kuduna kwa wale masafara, utafuta mahali na ambapo Shiva aliyopo. Nikisha ukiweza kumpata jamaa kwa jina la Shiva, umwambie kwamba na jina lako unajulikana kama vile Ganapadha. Alright. Cheka maneno. Anko aliweza kutulia stari kama hiyo. Imagine kwa muda miaka 25, jamaa tu jamaa chomoko pande wa Sun City. Ni muda wa kwanza wakati napo pana chomoko pande wa Sun City. Cheki mambo. Mdogo ndio namba hiyo tamburuka. Kudunda hapa tena alishagaa madhani. Hii. Nze kwani kuna koga na masafara ina ngapi kwa hii dunia? Hii. Nadhani. Yaani nyinyi ni kusoma na ambako mlikataa kusoma ama ni kazi ama pesa ziliwakataa. Jamali dunda kachekiti shule. Kama kawaida anaonaga wanawake ana blue. Jamali nza kujitengeneza style kama hiyo manzi. Nzi niko fine. Ni damu na diko hana waigajo. Kidogo vitana kutazama aliona ka drone. Hi, makosa. Niweze kujificha mbio. Maana kiujua kale ka drone ambako kaweza kukacheki upande wa pili. Lazima kakaweza kuchomoka upande wa Sun City. Asante sana. Alianza kuulizia manze kuna yote namba yajua kwenye lapo Shiva aliyopo. Yes no. Exactly. Unajua kwenye lapo Shiva aliyopo? Akaambiwa zi. Akauliza basi mtu akiwa hapa anakuraga wapi? Akaamba pande rotikando, akipiga kona 2 kona 3, kabla hajaweza kufika upande wa Gashie Yeshagi, pale karibu na video yake John, ataweza kupata mahali ambapo kuna mkahawa. Imagine. Alright, jamali mko kudunda upande wa pili, aweza kukula kamix na tumadodo pale. Right. Na kachapu mdogo. Jamali weza kukuingilia kasosi. Nero upande wa Sun City, matajiri wa uziwagui, matajiri wanapowagwa free. Aletewa bira. Korea gagoma we. Nani alipe? Najua mimi ni nani? Sheo na msena ambaye amevalia koti ya bei kama ina ambayo nimevalia. Silipi. Haya kapara wakamuuliza, "Baba unataka kusema ati utalipa?" Waliitana wote. Maskini wa Mungu aliweza kuitana style kama hiyo. Ndio huyo Blaki ya kadunda. Taito wakaduda ndio huyo. Haya Taito. Golia telele. Anze unafikiria kuwa na maso kubwa unamaanisha nini?
Jamali weko kando akaambia wale wajinga wakina Kaparo, vavare mnajua niazaje? Nikoragwo ndi muru ndoga karithi gakongoya na gongaga magaidi watu wanahepa wekelewa serikali. Koja vavare wacha nijitayarishe, elewa jamaa juu vita. Jamaa wewe juu vita wekelewa tena kama hiyo maskini wa Mungu jamaa tutega shofa. Lakini cheki kuona kugongwa alishika ni lile dondi. Sasa jamaa hiyo shangaa manzi yofanya mambo mengine namna gani? Manzi anafanya mambo mengine namna gani vavare? Cheki mambo. Oh, jamaa tuko kando na kisha wekelewa stari kama hiyo. Lakini punde si punde, wakati na ambapo jamaa tu yapepetwa kariweza kudunda kama anze kwa jina lake la sinema Jesse, jina lake kamili Kriti Sanona shasha. Sasa mtazamaji, Kriti Sanona kudunda hapa alimtazama jamaa tu stari kama hiyo, nikisha akaambia wakina Kaparo, jamaa amekula pesa ngapi? Mbao chukua hiyo roabe juu ya damages, wekeni hiyo pesa. Lakini kuna kuchomoka manzi akaambia wewe shauri manzi takunyanyua hata wewe. Haya, oh, na manzi upande wa mkono huyu brother ni waya ya umea ameshusha manzi wetu Kriti Sanona shasha. Kriti Sanona jina lake ni sinema kijulikana kama vile Jesse. Makofi jo manzi uko fine. Cheki wakina Kaparo kijana mama nai mwana shama shumbi mushayo njo chumvi ni kutengenezwa hapa ni kugoga kama wajinga nikisha wakava mzeji lente namna gani we koja korea bado kumkuta ni noma huyu shule ameharibika. Wacha walijihulia stari kama hiyo. Okay, si cheki na jamaa tutega shirofa wabe manze shore wagonge. Elewa hata mjui huyu manzi ni nani? Anaona huyu lazima ni Mordekai na bai akaweza kutumu hapa kuweza kumko jamaa tutega shirofa. Wacha akaona kabadi manze utagogo niangukie, wacha ni hepe kwenye napo kutega shirofa yo hepea manze uwekilia gaidi stari kama hiyo. Haya bado na nikuto kitaka kuniangukia noma manzi ni wapipita stari kama hiyo, na kisha akamkamata jamaa tutega shirofa akamwambia wahepe. Alimwambia jamaa tu umilie, na jamaa hajawahi muona manzi hajawahi muona jamaa wetu, lakini sababu ndio kaweza kumfanya manzi akaweza kudunda hapa ni maana yake kasikia kwamba ni jamaa tutega shirofa alikuwa ni chunguza story kuhusiana na jamaa tambulikana kama vile Shiva. Alright, the Westlands ukilipenda maana yake nikakwambia kuna vita ambayo kaweza kuchomoka pale duniani, vita ambayo ni hatari kubwa tena zaidi na ambayo kaweza kusababisha watu wengi tena zaidi wakaweza kujaga dunia mara moja. Jamaa tu bebo stari kama hiyo, kumbe naye jamaa nikakwambia anaonaga mashauri anashiko tu na gisodro komeo. Imagine sasa manze hiyo nusa kanywele stari kama hiyo anaona ai huyo ndio ambaye manze nikoga namtaka. Mara moja manze aliweza kumchukua akamleta hadi sehemu kama hizi, na sasa jamaa kuna maswali ambayo lazima utajibu. Wewe ni nani na kwa nini unatafuta jamaa kwa jina la Shiva? Ni aje manzi? Manze shore uko fine. Shore ni wewe. Kaa chini. Manze unamtafuta Shiva kwa nini? Na kuuliza unamtafuta Shiva kwa nini? Okay. Jamaa kumwambia sikiza, mimi niliweza kutuma hapa na Angkor kaniambia nikidunda hapa nimtafute jamaa kwa jina la Shiva, na nikiweza kumpata jamaa kwa jina la Shiva nimwambie mimi ndiye nani. Mas dirty people का मैं नाच रहा था, फिर जॉन का गर्लफ्रेंड अपन से चिपक ली. Wasikia? जॉन ने आपको दफना दिया. Akanifahamisha nikiweza kumpata niweze kumwambia kwamba nakuti mimi ni Ganapadha. Ati Ganapadha? Manzi alistuka. Maana kikupe hilo ni jina na ambalo mtazamaji ameni siamini kwa muda wa zaidi wa miaka 10 ambayo kaweza kupita hawajaweza kulisikia kwa hawa maskini wakiwa wote. Itakuja kwamba na kutija makaweza kudunda hapa na yuadai kwamba na kutija jamaa tamburika naye kama vile Ganapadha. Cheki mambo. Mara moja niweza kumpigia Shiva mashiriano na akampigia jamaa kwa jina la Shiva, manzi wetu Kriti Sanona ataweza kukunjira upande wa pili na sasa hivi ataweza kudunda na jamaa tutega shirofa. Cheki mambo. Jamaa tu mbimeli jinyanyuliwa stari kama yohima hima. Iwapeleka kwa jamaa kwa jina la nani? Right, jamaa kwa jina la Shiva. Cheki mambo. Mdogo stari kama hiyo. Kumbe Shiva mwenyewe alikuwa gajua kwa anga zinyizi. Mtazamaji jamaa kwa jina lake original atambulika naye kama vile Rahamana. Cheki mambo. Uliweza kudunda kwa Rahamana na Rahamana muda na wakati wenye huo alikuwa ni jamaa ambaye ni kipofu amini usiamini. Cheki mambo. Alright. Aliambiwa jamaa mwenyewe yuko hapa. Ni aweze kumguzaguza stari kama hiyo. Aweze kubaini kutumia mikono zake kana kwamba ukweli huyu ndiye jamaa ambaye alikuwa katabiriwa. Imagine mteule ambaye kaweza kuteuliwa angeweza kuja kukoa maskini wote ambao walikuwa hapo pande wa ndia. Kumguzaguza stari kama hiyo akasikia ni kweli jamani mwanaume ako na meno zake zote 32 na huyu atakuwa umri inaonekana miaka 25 ikienda sana. Alright.
Jamali ya bua manzi unajioni saje uko na kibarua. Jamali uliza ati kibarua. Memanza upande wa pili nafanya kazi ya kupumzika. Na juu nayo nikimaliza kufanya kazi yangu ya kupumzika, hakuna jambo lingine lolote ambalo kwa linatendeka pale. Siwezi nikafanya ujika kama ambavyo nataka niweze kutekeleza. Hakuna kazi ambayo kaweza kunileta hapa. Shauri upande wa pili niweze kuja kumtuliza jamaa wetu na kumwambia kabisa. Huenda jamaa tulikuwa ni mteule na ambaye kaweza kuteuliwa kuweza kudunda upande wa pili. Na imagine. That story I know ya bro. Unaona? Mteule na ambaye kaweza kuteuliwa mtazamaji, na imagine huenda jamaa ataweza kuja kusababisha mambo ambayo ni mazuri. दलपति तुम्हारे दादा थे, उन्हें पता था कि यहाँ बदलाव लाने के लिए उन्हें alright. Jamani anza kusukuma story hapa. Yuambua kwamba na kutukuna mtena ambaye kwa yujulikana kama vile Amitabh Bachchan. Na yule Amitabh Bachchan ndiye ambaye kaweza kutabiri na akadai kwamba na kuti one time kuna mteule ambaye ataweza kudunda hapa, jina lake tajulikana kama vile Gunfather. Na yule Gunfather akiweza kudunda hapa ataweza kutuokolea sisi tukiwa wote kutoka kutumwa na ambayo tukaweza kupata kutoka kwa wale matajiri. Jamani yufahamishwa hapa. तो दादाजी ने उन्हें Akamwambia wacha kaukaruga none daka yuite tene muno. Hiyo ni story ambayo nikaweza kusikia nyakati za kitambo, na hiyo sio story ambayo nataka kujua tena. Yeah. Na kwa ufupi hakuna haja kuweza kunipa story ambayo mnanipa. Mara moja jambo tu Shiva alitambuka. Maana Shiva alijua kwamba na kutujua mjinga huenda sio mteule ambaye kaweza kutabiriwa ataweza kudunda hapa. Maskini wa Mungu pia manzi utekiriti sana analichomoka. Jamaa akaona yeye si at least nitakuwa nafanya kazi ya kupumzika. Noma. Kumbe mwenzetu kuweza kudunda kwa Shiva, alimwambia Shiva tafadhali. Itabidi uweze kumfunza huyu jamaa vita, maana huenda huyu tu ndio jambo la kipekee ambalo tuko nalo. Huyu tu ndio mtu ambaye huenda kwa sasa hivi ataweza kubadilisha maisha yetu completely. Naweza kutuchuma kutumwa ambao tukaweza kujipata tukiwa ndani ya wale nini? Ni wale matajiri. Lakini kabla na Shiva manzi, hiyo naona kana kwamba itakuwa ni noma. Maana kitu tu ambacho jamaa yokifikiria pale ni kuishi maisha ambayo ni ya Ulaya, maisha ambayo kwa ni ya wale matajiri. Manzi zidi kumwambia jamaa kwa jina la Shiva, akimwambia tafadhali. Ni vijana vya jamaa hakuweza kulelewa na sisi maskini. Ndio maana huenda maisha yake akaweza kuchomoka stari kama hiyo. हम सब मिलके उसे ट्रेन करेंगे ना। Na kwa sababu tafadhali na kuomba. शिवा वो हम सब की आखिरी उम्मीद। Shiva na kuomba. Lakini jamaa alienda akiendaga. Na akamwambia mwanzo tikiriti sana huyu msena ambao nafikiria kwamba nakutini mteule huyu hawezi akawa ni mteule hata siku moja. Ngole siku ambayo iliweza kufuatia cheki mambo babarai Shiva manzo wanadu kumbe watu wako hapa mazoezi wawe mnateka hiyo kazi koftiga Shirofa akona hiyo bampa tu bampa manzo tukisema ni kuondoka ardhi nyezi jamu tu akona hiyo bampa tu bampa. Na kwa ufupi kila sehemu na bomba zinaelekea sasa hivi jamu tutega Shirofa kona hiyo bampa tu bampa. Alright, cheki na Shiva kuambuka juana kwa ni kipofu jamaa na cast statue Shiva analala jamaa na hepa. Sasa mtazamaji, sio jambo ya siku moja mtazamaji, ikawa sasa ni siku nenda siku rudi, kila mahali na ambapo manzi utikiriti sana unayoelekea jamu tutega Shirofa kona yeye. Na kama kawaida mtazamaji ya science, sasa wacha niwarudishe kwa class. Watu napo walifanya science inasemekana ya kwamba na kweti unlike poles attractor. Hiyo sasa ruka bado najua mtazamaji uweze kuelewa, lakini inamaanisha kwamba na kweti plus and negative equals to plus or equals to negative haya. Alright, yani vitu ambazo sio za muhirika moja. Yani ukiwa mwanamke na uwe karibu na mwanaume na muweze kuona yeye kwa muda ambao ni mrefu, hata kana kwamba mtazamaji kukuga na mapenzi yanaanza kudevelopa. Na kwa siku ambazo manzi akaweza kutulia na jamaa wetu, amini sema ni manzi utukiriti sana ameanza kumnoki jamaa tutega Shirofa. अपन को लाइफ में इतनी बड़ी है ना। Na jamaa alianza kumwambia manzi, siwezi nikaimagine maisha bila yako kriti sana. Mimi nakupenda. Nishawahi na mama nzina ambao ni warembo, lakini urembo ambao nikaweza kukuona ukiwa nao ni urembo ambao bana machezo. Na ukiweza kunikubalia tu niwe chali yako na hauta. Alright. Lakini sasa mtazamaji, jamaa wetu kuna vita na ambao najua. Sasa watu wanamcheka, lakini jamaa anaambia manzi mimi nikwambia kwamba nakutena kupenda jo. Alright. Check maneno. Manzi kienda kuoga, jamaa wetu uko na hiyo bampa tu bampa. Wakati na papa manzi ana sosi, jamaa wetu uko na hiyo bampa tu bampa. Manzi tukifanya shughuli zake mdogo stara kama hiyo, kijana wetu tega Shirofa akona hiyo bampa tu bampa. Ikawa ni siku nenda siku rudi, muda nenda muda rudi, bado mapenzi yakazidi kutamba, bado mapenzi yakazidi kushika, bado mapenzi yakazidi kushika stara kama hiyo, na mapenzi yakawa ni matamu. Ndio one time nitakubaia gari. Elewa sasa, wana gari mtazamaji, wanakalia mahali kwa ni uzuri mtazamaji wa mamanzi wa mahali kama hapa.
Imagine sasa for example umeenda mahali kama vile Gashie. Imagine mtazamaji unapata huyo manzi kwa jina la Mishera. Unaambia manzi eti una pesa, siku nambo utapata pesa. Utagoma. Ukipata pesa nitafute. Unaona? Imagine. Na hata wakati mmoja jamaa tuliweza kumwonyesha manzi, I can take a bullet for you. Naweza hata nikapokea risasi kwa sababu yako my dear. Naweza nikapokea hata risasi. Naweza hata nikaiaga dunia kwa sababu yako mpenzi wangu. You are the air that I breathe. You are the gikorogi yako Kinioro my lover. Wewe ndio mpenzi wa maisha yangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio kila kitu. Alright. Haya, kumbe leo jamaa aliweza kuonga na kajiwe kadogo. Sasa manzi alikuja kumpa huduma za kwanza. Unaona? Manzi tulikuja kumpa huduma za kwanza. Jamaa yumuuliza manzi unatumia nini hii? Hii sasa ni 140, ni 50 ama ni 60? Na mbona natumia hapa kuweza kunitibu? Manzi akamwambia, ni burungo namba 3 kwa sasa hivi. Itaweza kuchomoka kioni burungo namba ni ya maana. Na hapa manzi aliweza kumwambia jamaa wetu, miaka mingi namba iliweza kupita. Maskini wa Mungu wazazi wangu waliweza kujaga dunia. Lakini kabla wazazi wangu kuweza kujaga dunia, kila wakati mamangu alikuwa yoni promise na kuniambia kwamba na kutiwanda one time nitaweza kuchomoka na kwa mzee namba ni wa hoja. Jambo tunamkumbatia manzi. Na kaweza kumpromise manzi wetu, no matter what happens, sitawahi kuacha. Na hata jambo lote libaya likiweza kufanyika kwako, for example uweze kutekwa nyara na haya mashino kutoka upande wa Gashie Geshagi, nitakuwa nawe bampa tu bampa niweze kukuokoa. Cheki upande wa pili kwa territory za wale matajiri. Brother na kobi hapa inakuwa ni kubete na kubeta. Maskini na mbele shinda upande wa pili analetwa hapa ili mradi kuweza kupigana na kiongozi ama mshindi namba alikuwa ni wa wale matajiri. Siku namba aliweza kufuatia kama kawaida, jamaa aliweza kumchukua manzi upande wa pili na kwa bira haimeweza kubamba. Na ukasikia jamaa kaweza kumpromise manzi, no matter what happens, mimi siwezi nikakuacha, nitakuwa na wewe bampa tu bampa. Makosa wakati na puru kwa anachomoka stari kama hiyo, kutundu pande wa pili walikutana na wana scavengers. Alright, ukachikizi zilikuwa ni Westlands, yani misehemu ambazo zikaweza kusalia baada ya dunia kuweza kuharibiwa na vita ambayo ilikuwa inachomoka hapa. Ushi, manzi kama tu stari kama hiyo, jamaa kambo shikilia dudhi, jamaa aliona hapana, manzi mmoja mkamchukua manzi wangu. Maskini wa Mungu jamaa alijaribu kuchikakamua, lakini jamaa tu taiga shofa. Alianza stari kama hii, kijana, mudhuri mwanata, kama vizuri vamarai, ni atewe. Kajamaa nyanyuliwa hima. Manzi weko ndani mjipo na kisha kaweza kufunganishwa. Maskini wa Mungu jamaa tu taiga shofa, wekelewa kinyama stari kama hiyo. Alimpromise manzi na hata weza kumwacha. Lakini maji ni mbele ya macho yake jamaa tu taiga shofa. Waye manzi aretekwa nyara. Akijaribu kufuata stari kama yote gashirofa, lakini manzi akatekwa nyara. Sasa jamaa manake juu vita alirudi mbio kwa Shiva. Akamwambia Shiva, tafadhali manzi wangu umetekwa nyara. Akaabona Shiva shogua. Jamaa alichukua kajaketi kake na nikajaketi kake na mboko nakapenda. Akarudi tena kwa Shiva akamwambia Shiva, tafadhali nipeleke upande wa pili, maana watu ambao kaweza kumteka nyara manzi ni kikosi ambacho kwa kinaendelesha vita. Pigano ambazo zinaendeleshagwa ni kule mitaani. Naomba tuweze kuchomoka kwenda kumwokolea maskini wa Mungu manzi wetu. Jamali ya bua shogua. Hakuna kitu kama hicho ambacho kitaweza kutendeka. Wakati ambapo mlikuwa nataka kukufunza vita, ulikataa baadaye nikatena ni kuweza kufunzwa vita. Ukasema kazi yako inakuwa ni kupumzika, maana wewe ni tajiri. Wacha utajiri ambao ulikuwa nao uweze kuokoa mpenzi ambao ni wako. Jamaa aliona haisiru. Lichakopa na kutajui vita, aliamua kwenda kuokoa manzi na hajui vita. Na wewe shogua, nimeenda staki usaidizi yote. Jamaa alichomoka. Na ukasikia sasa hapa ndiko mahali na ambapo michujo waga inafanyika. Mnakuja pale kwa uwanja, mnamenyana mtazamaji. Cheki. Wakina Kanyigi ndio hawa. Na kwambia manzeni kuwekelea na vita ya pakamuzi msikitini. Mara moja Kushimani alishinda. Dinamba kaweza kuchomoka hapa akiwa mshindi. Imagine. Alright. Na kisha hatimaye nani next namba yotaka kupepeta kujaribu bahati yake. Jamaa hata kuinua mkono, ikasemekana jamaa tu ameinua mkono. Taiga Shirofu ndio hapa anaingia kwa uwanja mara moja. Akakutana na jamaa kwa jina la Kushimani. Halani, huko kudagudua. Mwanzo utabonda bondwa. Ukae kama sembe ya shu. Jamaa chomolewa mara moja ni ile kajako mbio. Ashaweka kwa uwanja. Na kisha refari ndio huyo vita zianze. Cheki Kushimani kuharibu sura. Ngozi sura ya avocado.
Imagine. He, guy. Alianza kumuita manzi, guy, my dear. Nze kama nisaidie. Cheki Kushman inda. Varai. Jamaa alianza kuruka wekelewa. Manzi alikuwa kwa moja akaona kitefutefu. Manzi ni mama kutega Shirova. Alikuwa kwa moja cheki vile anaona kitefutefu. Okay. Mapenzi yanashidaga kila kitu. Nothing is bigger than love. Manzi ni wangu. Nishakunyaga nyashore. Anacheki manzi, anatokwa na wazimu. Maskini, jamaa yujikakamua, lakini hakuna vita na hapo anajua. Maskini wa Mungu jamu tutaiga Shirova. Alianza kuchafuliwa stare kama hiyo. Wewe yaye, cheki, iwe jaribu kutupa madondi. Wapi? Makosa. Wewe kile kuchafuliwa vibaya. Tena zaidi maskini wa Mungu jamu tutaiga Shirova. Na kisha mjinga yeye waambia manzi na itago Kushman Joe. Na mimi ndio mzee ambaye nakuaga mnoma. Rashiki shagi yote, wananionaga wanahepa. Jaribu kumwekelea wapi? Makosa, cheki. Ai. Oye yaye. Maskini wa Mungu jamu tu uko kando. Na kisha Vavarai. Taiga Shirova kambua manzi nitakumaliza. Chani kubakisha ya kesho. Ndio jifunze kiasi. Na kisho kishaweza kujifunza kiasi. Imagine. Utarejea hapa manzi. Nikupige vita ingine ya kesho. Jamaa aliweza kutolewa pale kwenye uwanja. Mara moja mimi mtazamaji, niweze kupelekwa pande wa pili. Sasa ndio wakati ambapo jamaa tutaiga Shirova. Baada ya kuweza kupigwa jana ndio wakati ambapo anajihisi. Aliamua kududa kwa Shiva. Maana kiliweza kujua ya kwamba na kutimsia tu namba anaweza kumsaidia kwa sasa hivi. Ni jamaa kwa jina la Shiva. Na njia tu namba ingeliweza kuja kumsaidia nayo ni kumfunza vita huenda kwa siku 2 siku 3 apate nafasi kuweza kuduna upande wa pili kwenda kumwokolea manzi wetu Kirti Sanona. लोहे का नहीं हाँ उसमें पावर है पर वीकनेस. Sasa jamaa alianza kusikiza hapa kunuguna. Yomwambia hata ule mjinga hakuwa yojua vita. Kitu tu ambacho kiliweza kumsaidia ni vinyi na ambavyo Kushman ako na maso kuniliko. Kama sio maso, tukiondoa maso hakuna vita na ambao najua. So, mimi hata sitaki maso, nataka tuweze kunisaidia nijue tu kutupa majabu kadha wa kadha. Mateke 2 3 nikifaulu kuweza kuzitupa. Yule mjinga kuna vita na ambao najua. Sio Shiva. Mimi kitu ambacho nataka kwenda kuokolea manzi wangu. Na kwa sababu at least naomba tuweze kunisaidia nijue vita huenda kwa siku 2 siku 3 niweze kududu pande wa pili kwenda kuokoa manzi wangu. Na Wanyita akaambiwa ina noma. Kama basi unataka kwenda kumwokolea Kirti Sanona, nitaweza kukufunza vita. Na hapo basi jamaa tutaiga Shirova kaweza kumfahamisha Shiva ya kwamba nakutilia story namba kwa kufikiria kwamba nakutilia Ganapadha. Huenda jamaa tu sio Ganapadha. Jambo tu namba jamaa tu yataka kuweza kuja kulitekeleza. Yataka tu kuja kutekeleza amini usiamini. Jambo ni la kwenda kumwokolea maskini wa Mungu manzi wetu Kirti Sanona. Lakini lizidi kuelezewa. Akabuya kwamba nakutia Amitabh Bachchan. Kabla ya Amitabh Bachchan kuweza kujaga dunia, aliweza kutabiri. Na kadai wakati huo jamaa namba kwa ni champion wetu. Bibi yake mtoto ambaye ataweza kumzaa, huyo mtoto ndiye ambaye ataweza kuchomoka pale na kuwa Ganapadha. Lakini makosa hata kabla ya mtoto kuweza kuja kuzaliwa, maskini wa Mungu babake aliweza kuangamizwa na mamake akaweza kuangamizwa. Hiyo ni story ambayo jamaa tu yafahamishwa. Na huenda kwa jambo moja nyingine ikawa ya kwamba na kutija moto Taiga Shirova ndio mteule na ambaye ikaweza kutabiriwa na sasa ashaweza kurejea. Huenda jamaa kwa jambo moja nyingine hakuweza kujaga dunia. Cheki mambo. Amitabh Bachchan iliweza kuduna wakati na ambapo jamaa aliweza kujaga dunia. Lakini kabla hajaweza kujaga dunia, aliweza na kumbariki hapa mama na ambaye alikuwa ni bibi yake, yule warrior na ambaye alikuwa yopigana akitaka kuja kukolea ule ulimwengu ama kilipenda maskini wote namba kwa ardhi nyizi. दलपति हमेशा की Akaambiwa sikiza, mtoto namba mweza kumbeba, huyu ni mteule wake Lord Shiva. Na kwa hiyo sababu huyo mtoto kiweza kuzaliwa ndiye ambaye ataweza ama kuchomoa kuongozi mbaya namba ni wale matajiri namba kuniasa pa. Alright. Jamaa kawa yopigana upande wa pili. Akawa ni yopigana ili mradi kuona kana kwamba ataweza kuokolea. Lakini wakati mmoja matajiri waweza kudunda kule, wakaweza kudunda hadi wakiwa na mabunduki na kuvinginevyo walikuwa na masilaha kali. Ikiwa mmoja mataburikana kama vile John English. Wakaweza kumwangamiza yule warrior, wakaweza hata kumwangamiza bibi yake upande wa pili na mambo yakawa ni mabaya. Wishi, na hapo tuko mahali ambapo waliweza kutengeneza zile pigano za wale matajiri. Pigano na ambazo sasa watu wanachukuliwa, ukifaulu kuweza kushinda upande wa pili, unachomoka sasa na kuwa moja kati ya wale matajiri. नहीं, उसी योद्धा का तो इंतजार कर रहे हैं सब. कल सुबह 4 बजे Alala yaye. ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलते हैं.
lakini jamaa tulimwambia kesho saa 10 kamili tuweze kupatana kwa uwanja. Tuweze kupatana pale kwa uwanja, manake sasa nataka kusukuma mafunzo. Mimi nataka kusukuma mafunzo ili mradi nini kama kore manzi wangu. Jamaa alianza kusukuma mafunzo. Na sasa leo ameishi kuwa tajiri. Manzi hata kufanya mazoezi. Hii ndio nakwambia ni story inamboni ya kuogofia. Imagine. Weshi. Jamaa kwenda kuchomoka, maskini wa Mungu pande wa chini. Lakini siku vinginevyo zilizidi kusonga, ndio vinginevyo jamaa tulianza kuingisha mafunzo na mbona nafunzwa. Na jamaa kwa jina la Shiva. Akabwa leo hii ni kukausha mgurudumu. Ni kukausha miguu zako leo hii. Alright. Aweza kukanyaga miba. Hii sasa ni kukausha miguu. Chiki. Hii sasa ni kukausha miguu. Anakimbilia juu ya miba star kama hiyo jamaa tutega shirofa. Makuha. Anakimbilia juu ya zile. Miba star kama hiyo. Hapa basi mtazamaji nakwambia kwamba na kweti ni kuweza kukausha miguu zake upande wa pili shasha. Makuha. Angalia sura ya mambo ndugu brother wapenzi mtazamaji. Maana hapa basi nakwambia kwamba na kutemini siamini. Ni kuweza kukausha miguu zake star kama hiyo. Unaona? Ni kuweza kukausha miguu zake star kama hiyo shasha. Ikawa sasa ni siku nenda sikurudi. Siku nenda sikurudi jamaa wetu. Akawa sasa wewe sukuma mafunzo. Chiki. Makuha. Anakimbilia juu ya miba star kama hiyo. Imagine kukimbilia juu ya miba mtazamaji. Yote ikiwa ni ishara ya kwamba na kweti unafanya miguu zako ziwe zimekauka mbaya mbovu. Leo hii ajianguka. Chiki. Na mbovu siku zilisonga. Jamaa wetu libadilika na akawa moja na mtu ambaye ni hatari kubotina zaidi. Chiki. Jamaa wetu Tiger Shirofo shoshamanzi na kwambia kwamba na kote brother aliweza kugeuka. Aliweza kugeuka na akawa ni moto. Moto wa kutia mbali shasha. Alalea ye. Cheki mazoezi na mbao jamaa wetu sasa. Jamaa wetu Tiger Shirofo. Mazoezi na mbao na kuandaria hadi the blind fister. Jamaa wetu alifunzwa. Unaona? Akafunzwa hadi blind fister star kama hiyo jamaa wetu Tiger Shirofo. Matiki nazo akageuka na kuwa hatari kubotina zaidi. Kukauka makosa. Hiyo ndi tupo na mbao na gongo star kama hiyo. Blind fister. Jamaa amekuwa hatari kuboa. Aba anacheza. Master kujaribu pale ni kumnyemelea jamaa wetu na kwambia anaona hadi na saidongi. Jamaa wetu Tiger Shirofo shasha. Jamaa wetu Tiger Shirofo akageuka ndugu brother mpenzi mtazamaji na akawa ni hatari kubotina zaidi. Akawa ni waya. Tena waya ya umeme. Selasia hii. Hiyo ni yako master tafadhali. Kunywa na kisha tuonane. Alright. Sasa baada ya muda mtazamaji, jamaa wetu sasa alikuja kufanya tambiko zake za mwisho. Yani ibada zake za mwisho. Manake sasa kukifu mafunzo namba kabisa kusukuma jamaa wetu Tiger Shirofo amechiki kabisa kwamba na kweti ameweza kuhitimu. Na huenda kwa sasa hivi akiweza kupata nafasi kuweza kudunda upande wa pili, bila shaka nataweza kuja kumwokolea manzi yetu Kriti sana. Alright. Sasa ni mkuchomoka mbio. Anapita juu ya zile miba star kama hii shasha. Unaona? Anapita juu ya zile miba star kama hiyo. Amemwa sasa kudunda kwenye nambuko master yopo. Kudunda kwenye nambuko master yopo. Akaruka star kama hiyo jamaa wetu Tiger Shirofo. Na kisha kudunda kwa master. Akamwambia ndio hiyo maziwa. Nishaweza kufanya tambiko zangu za mwisho na kwa vinginevyo kaweza kunisukumia mafunzo upande wa pili master. Naona kana kwamba ushaweza kudunda muda. Umeweza kudunda muda. Sasa mimi niweze kudunda kwa uwanja kwenda kumwokolea manzi yetu Kriti sana. Lakini master alimcheka akamwambia kuna kuwaga na tofauti ya kujua kufunzwa na kujua kupigana. Na kabla hujaweza kwenda kumwokolea manzi, nataka kukupa mtihani moja wa mwisho. Alright. Sasa jamaa tuliweza kuchukua mtazamaji, akapeleka upande wa pili kwa hoteli mahali na mbuka kadunda. Na sasa akaweza kupepetana na wale wauzaji wa pale. Alright. Kumbe kidogo hivi mashino alikuingilia. Unaona? Alright. Waigaji wa nduthi na mandevi wote walidunda hapa. Ndio na kama kawaida wanakuwaga ni wachokozi kusema tosha. Oya msi, biliano ndio hiyo. Ni roabe manzi mekula. Master alirarua nini ni ile bire. Utigireha. Manzi watulipi. Hata hiyo jine larua tulipi zote. Haya. Yani manzi. Muna sosi alafu mnakataa kulipa Ni kuzoea na kisha hapa kuna karatasi ambayo imeandikwa tunakula tushibe alafu tuwapige. Haya.
kiti kugongo, Jamali bakia amekaa stare kama hiyo. Kwenda kuwekelewa, wekelea kaparo stare kama hii. Misa. Manake nakwambia kwamba nakutisasa jamu tutega shirofa. Jamu tutega shirofa. Arigeuka na akawa hatari juu ya hatari kando ya hatari. Arigeuka na akawa mtu nambani hatari kubotina zaidi. Cheku maneno. Ni atewe. Kijana ututega shirofa. Kijana ututega shirofa. Shasha. Ai! Saiden first kika. Kijana ututega shirofa. Chiki kingine hapa. Niko ihuria. Ora ihuria okay ihuria u. Unajaza hapa, unajazia nani babarai? Na kisha Olala. Niatie. Na kisha hiyo kula kaimati yako na mimi niweze kukula kaimati yangu. Wazimu. Imagine. Wawa na kisha kamuchuzi yenako uka mudhuli mlata kijana nije tago kamchuzi ogeka atia ni mchuzi mix ama ni roiko mchuzi mix kijana okina mama nai mashino kijana wala spring kicks weko wote kado stari kama hiyo manze. Kuna mwingine Saimoro alikugiria Saimori duda hapa akaona Bruce Lee akakumbuka stingo zake Bruce Lee. Saimoro we ate mwanao tuwe na kamuchuzi kamuchuzi na Saimo warofa Saimo warofa spring kicker weko kando nikisha jamu tutega shirofa misuyo na kisha kamata teke weko kando. Kuna mwingine hapa yeye plus mbao yake kamata weko kando na tega shirofa aba anacheza na kumbia spring round up kicker weko kando na jamaa wetu. Mzee kuna mwingine na ambaye amesalia. Wakina mchuzi mix wakasema mzee hapo tuwezi yamuka hadi Jamali Ibuna master you ready. Ni sasa ukiweza kumna kwenye ule uwanja at least utaweza kusababisha mambo ambayo ni mazito. Alright. Ngole siku namba utaweza kuvutia pale. Mara moja jamaa tu lazima aweze kuduna kwenye ule uwanja kumpata mjinga kwa jina la Kushimani. Na mtazamaji unakumbuka vizuri tena zaidi venye na Kushimana aliweza kumsababishia jamaa wetu. Leo kajo kieta Kushimani leo. Imagine. Jamaa kwa uwanja kama kawaida ndio hapa aliweza kudunda. Imagine. Alright. Chekiman Kushman. Kama kawaida ndio huyo. Manzinani mwingine namba yotaka kupepetoa kama kawaida katikati mwa umati waliona kamkono kameinuliwa. Na msee namba amenua mkono, huyu msee lazima ni mfupi, manake kamkono ni kafupi. Kushimani akajua kama kawaida kama ni huyu manze si nilipita naye juzi hata wiki moja ijepita. Kushimani alibambika. Jamali kuingia kirukaruka kapoka kama kawaida. Kushimani akamwambia manzenge kwa uwanja kama kawaida ni kugoga haraka upesi. Hiyo story nilikuwa nikimaliza. Imagine. Jamali dunda mule pande ndani. Sasa manzine yuko hapa. Yuo mwambia manzie master maze. Rieta. Tumsaidi. At least jamaa kaweza kudunda hapa. Ili mradi kuchukua kukolea maskini wa Mungu mzee tukiriti sana ona. Shiva naye umfahamisha manzi. Alright. Na kubisturi yote ambayo kaweza kufanyika hadi wakati ambapo manzi kaweza kutekwa nyara. Hii yote ilikuwa ni calculated move. Ya manzi wetu mtazamaji aweza kutekwa nyara ili mradi jamaa akubali kusukuma mafunzo. Na kiweza kukubali kusukuma mafunzo, mambo ya kuweni mazuri manake huenda jamaa wetu ndio mteule na ambaye ametaba bachana akaweza kumtaja miaka mingi ambayo kaweza kupita. Na manzi kaweza kupiga mashiriano, akaweza kumuita Kushman. Akaambia Kushman njoo uweze kuniteka nyara. Kushman akaweza kumteka nyara, wakamwacha jamaa tuteka shirofa. Wewe lakini Kushman alikuwa yumuliza manzi, una uhakika kwamba na kutijama ataweza kukubali kufunzwa? Manzi wetu kadija kwamba na kweti Tega Shirofa ni kweli nampenda na lazima Tega Shirofa atakubali pale kuweza kufunzwa. Cheki mambo. Alright. Ni atewe. Walipatana hapa. Cheki mambo. Manzi na kimekauka Kushimani. Kushimani ni kibaya baba. Ni atewe. Maskini wa Mungu jamaa wetu wako kando. Na bado. Baba manze unikunyanyua kama kawaida na kisha weko kando wapi? Wewe hakuna kuanguka. Kushimana. Manze nikoga na godhimira.
Na wewe kitu moja nimejua, hakuna vita na ambao unajua. Maso ndio na ambao inakusaidia. Tukiondoa maso, hakuna vita na ambao unajua kushimani. We. Nze. Usianze kuniwekelea hivyo. Duikale wega kushimani. Kama ta spring soma sot kika. Wekiri wasteri kama yokushimana. Akaweko kado na kisha kabua ukavama no. Manzi yoni kuangukia iyoke Nikoli nimeangukia. Waacha tuone nitaangukia ngapi. Walala kamata manteke. Weko kado. We goja Mazi ya kuna kupiga mtu akiwa jitayarisha. Lazima jitayarishe kwanza ndio pigwe. Ikalawe kama tulimuranta makosa. Na hapo tuko mali na baba manzi lidege kwamba na kweti kwa teki na mboja mtu uliweza kuchomoa pale. Amini siamini, he is the chosen one. Huyu jamaa lazima ndiye mteule na ambaye akaweza kutabiriwa na jamaa tabrikana kama vile Amitabh Bachchan. Imagine ni atiawe hey, noma na manzi katika kwamba na kitu kwanzia leo hii nona ukombozi na ambao tutaweza kupata utakuwa ni ukombozi na ambao ni wa hali ya juu. Wasiwe na habari ya kwamba na kutoka wakati huo ulikuwa ndio muda na wakati na mpopo mjinga tabrikana kama vile Johnny English alikuwa ndio dunda ni anga zenye hizi. Iko shida baba. Walale yaye. Jamaa wetu ni kweli akaweza kushinda ndio zikata mtazamaji, lakini amini siamini. Wewe ndio wakati na mpopo yule mjinga atabrikana kama vile Johnny English alikuwa ndio dunda. Na hapa basi mwanzo yozidi kuelezea kwamba na kweti yule mwanawali baada ya kuweza mambo kuchomoka design kama hiyo, bibi yake iliweza kuangamizwa. Na hapo baada ya wale matajiri kudunda wakaweza kusika na kifo cha aliyekuwa bibi ni ya yule shujaa. Na mtazamaji utaweza kustajabu ya msakabra jaweza kunia Firauni. Manake huyu jamaa tabrikana kama vile Shiva ndiye namba alikuwa ni yule warrior namba alikuwa yopigania ni wale maskini. Wakati huo iko shida dadi. Aliweza kudua ni wasapa mjinga kwa jina la Johnny. Mara moja Shiva akabua mazi jifiche. Manake Johnny already akaweza kudunda hapa. Alright. Sasa manzi anajua kwa vijana vya mtu Tegashirofa kashinda. At least sasa wakiwa na warrior kama huyu ataweza kupita mashindano mpaka dunda hapa bio na kisha raia na mpaka hapa pia waweze kumwokolea yule mwana warrior. Lakini manzi aliweza kustajabu ya msakabra jaweza kunia Firauni. Manake amini siamini Tegashirofa. Amini siamini mtazamaji Tegashirofa. Hata kupatiwa pesa alisema sitaki. Kwa nini? Manake amini siamini Tegashirofa aliamua tena kusaliti wale maskini wote na barikuwa hapa. Imagine. Na kama tena kuweza kujiunga na wale matajiri. Manake kwa vita ambazo alikuwa anazijua. Imagine mtu ambaye ni hatari stari kama hiyo na kisha aweze kujiunga na matajiri. Kwa betting zote ambazo zitakuwa zikifanywa upande wa pili. Imagine jamaa atakuwa akipata pesa maradufu. Ruka stari kama hii. Na kisha moja kwa moja kama kudunda kwake Johnny. Wewe maskini wa Mungu mwenzetu Kriti Sanona ndiye ambaye hakuweza kuamini. Oyai. Iko namna gani ndugu? Itakuwaje story ya kwamba na kutuko sasa hivi manze mambo yakaweza kuchomoka stari kama hiyo. Hulolo ni kongoli. Johnny alimwambia jamaa wetu manze ni kumbatia wajua ya kwamba na kweti story iko fiti. Alimkumbatia Johnny. Makosa. Manze wetu ndinapoiona na meno badala ya kuona na macho. Kuchekia kwamba na kutemini usemi ni maskini wa Mungu. Jamadi huyo anayotaka sasa kuchomoka na mjinga tabrikana kama vile Johnny. Iko shida. Na wakaenda wakiendaga hapa manzi akitazama gai. Iko shida ndugu. Hoyai brandi nikubaya ndugu brother mpenzi mtazamaji. Nikunoma nego za huku. Yani ya kwamba na kweti nakwambia mambo ni mabaya na tena ni mabaya kusema tosha. Maskini wa Mungu mwenzetu ndiye namba hakuweza kuamini akitaraji kwamba na kutijama kadunda kule ile mradi kuweza kumokorea. Na maskini wa Mungu kachikia kwamba na kutijama Tegashirofa akaweza kuchomoka na mjinga kwa jina la Johnny. Manzi wetu Kriti Sanona yokumbuka yote mazuri namba kaweza kupitia na jamaa wetu. Yokumbuka yote matamu namba kaweza kuja tena na jamaa wetu. Na mimi siamini kwa sasa hivi brother sister ndugu mambo na yakaweza kuchomoka stari kama hiyo brother. Iko shida. Ni kubaya ndugu. Majonzi yanaanza kumtirika manzi wetu. Na hapa basi kaweza kuomba na Shiva. Manze nilikwambia huyu jamaa tukua tunafaa kuweza kumfunza. Wewe ndiye namboka sababisha nikamfunza jamaa wetu Tegashirofa. Sasa tazama mambo namba mweza kuyatekeleza pale. Mafunzo namba nikaweza kumpa.
akiwa ya kwamba nakuti sio mteule na mpaka aweza kuteuliwa. Sasa nakwambia sisi kama maskini tutaishi kuhadaiwa maisha yetu yote. Alianza kutikitiza manguo zake stari kama hiyo kwa hasira. Weshi, hasira inakuwa ni hasara. Atatenda nini wala kufanya nini maskini wa Mungu Jamoto Shiva ila kukubali yote tisia kwamba nakuti kimwagika maji kuzoleka nayo inakuwa ni tafasha. Ikongoli akamwambia manzi na kulaumu. Na kulaumu manake sio kama ukipenda kana kwamba sio kwa venye ninavyoweza kuniomba pale niweze kumpa mafunzo na singeliweza kuja kumpa mafunzo yule mjinga. Sasa tazama mambo na makaweza kuyasababisha. Jamaa ameweza kugeuka na akawa ni moto kubwa. Yaani hatari kubwa. Chikia Jamaa Tega Shirova kitamburuka. Manzi nakwambia kwamba nakuti moto unamfuata stari kama hiyo. Manake huyo uweze kugeuka na akawa ni moto tena fire bin kelele mbe. Wow! Ni Kongoli. Baada wa pili cheki jamaa. Ndio huyo baada ya kuweza kudunda kwa wadozi. Kudunda hapo aliweza kuuliza ako wapi anko. Akabona akamwambia kama hapa kama kawaida. Mshahara wa dhambi ukiwa hapa ama mshahara wa usaliti unakuwa ni kifo. Anko yako baada ya kuweza kujulikana aliweza kupata habari ya mambo yote ambayo kaweza kuyatenda. Na hata wenyewe kaweza kuchomoka kwa ile shimo. Na ukaweza kuwepa na ankoli yako akajua bila kumwambia Johnny. Johnny aliweza kujua ile habari. Baada Johnny kuweza kujua ile habari, akatafuta kwenye nambako ankoli yako alikuwaga. Maskini wa Mungu anko kupatikana. Manzeni kabu niweze kumfitua risasi. Na hivyo ndio venye navyo niliweza kutekeleza. Nikaweza kumfitua risasi anko. Na kwa ufupi ankoli yako tuliua. He, konoma. Lakini kitu ambacho Jamaa Tega Shirova yokitaka, yeye anataka pesa tu. Unaona? Na sasa akiwa pamoja na wale matajiri, yua sasa ni pesa bini ganji. Pesa nenda pesa rudi manzi. Ekonoma. Na kisha jamaa kama kawaida akaambiwa, najua manzi unapendaga mashughuli na hapa nimekutafutia mamanzi aina zote. Ukitaka mnono, mkode, mrefu, mfupi, wote wako hapa. Watakufuatia service. Alimwambia sikiza. Leo hii mimi siko hapa tuweze kunitumia kama kijakazi wako venye navyokuwa unanitumia. Alimwambia sikiza. Nimeweza kujifunza vita na kwa venye nikaweza kujifunza vita. Pesa ambazo utakuwa ukizipata pale, nataka sasa tukue mapartners. Si ati wewe unapata pesa unakula peke yako. Ukipata ngiri 100, tunagawana 50-50. Ni kweli kuna zinyi ambazo tutaweza kumpa kinara wetu, lakini zinyi ambazo zitakuwa za kuweza kumpa kinara wetu, hizo nazo tutakuwa tukigawana 50-50. अपन मरता नहीं Exactly. मारता है Tuna split 50-50 na mambo inakuwa ni mzuri. ले बुलाया था Na kuanzia leo hii नी का पैसा nitakuwa nikifanya exactly wenyewe wananifahamisha, na hata watu ambao nataka niweze kupigana na wao nitakuwa nikipigana na wote ambao nataka nipigane na wao. Na hata hakuna kwa vita moja na ambao nitawaiweza kuja kushindwa na ambao utaweza kubeta. Labda tuweze kubeti niweze kushindwa, hapo ndio wakati ambapo nitaweza kushindwa. Na kwa fupi maisha raha mustarehe ndio ambapo nataka tuweze kuchomoka kuwa nayo. अपन को किसी को थैंक यू बोल के आना है Imagine. Na hapo basi Jamaa Tega Shirova kamwambia mjinga, kuna mtu ambaye nataka kumwambia asante, manake kana kwamba sio yeye singejua hii vita. Mara moja majini kwa wale matajiri. Kwa ile Sun City waliweza kuchomoka. Wacha tena Shiva kiwa ni asa pa mtazamaji, aliweza kuona jipu ambazo zinadunda. Wishi. Kumbe Jamaa Tega Shirova namba kaweza kudunda hapa pamoja na wale wajinga kuchomoka upande wa pili. Jamaa yule dunda bibi na kumkumbatia Shiva. Yomwambia Shiva manzi asante. Maana kana kwamba sio vijana kaweza kunifunza vita. Mimi ningelikuwa bado vurugwa hii. Ningekuwa bado kipina ambaye amerefuka na ambaye tu ako na devu, lakini mimi ni kipi. Lakini kwa sasa hivi manzi najifeel nikiwa fiti. Maana hakuna msina ambaye anaweza kaniweza upande wa vita. Na hata wewe master nataka ujaribu. Ndio ujeli. Si wanasemaga ati mwanafunzi anaweza karevuka kuliko mwalimu. Sana nataka kuona kana kwamba ni ukweli kabisa ukaweza kunifunza mafunzo yako yote ambayo unajua sasa nikarevuka kuliko mwalimu. Mzee nimekam kukwambia asante na pia nikubonda bonde kiasi. Let's go Unasikiza teacher? क्या हुआ Yeah. नाराज हो Nataka tuweze kufanya sparring kidogo. Siwe ni mwalimu. It's Na mwalimu kama kawaida huaga ogopi. Nataka tupimane nguvu kidogo hapa. Tuone nani ambaye kwa nguvu kuliko mwenzake. आना At least wewe kaweza kunifunza. Mimi na mimi nikaweza kuchukua mafunzo na mboni yako. Lakini Jamaa aliweza kumuuliza Tega Shirova. Yaani kabisa nikakusaidia uweze kujua vita ili mradi kuweza kukolea maskini. Lakini badala ya kukolea maskini, ukageuka pale na ukamwona sasa utaweza kujiunga na wale matajiri. Makosa. Iko shida ndugu. Na kopia kopa na kutimaza story iweze kuchomoka pana kwenye mbaya. Wacha. Ni kupima nguvu mwalimu. Na kisha Bavarai. Lalai. We. Tega Shirova kaona hii. Ndio ulinifunza lakini hiyo haukunifunza. But at least nimeielewa.
Wena kagea ile. Alimwambia nenda. Tega Shrofa akamwambia bado nataka tupimane nikushinde kwanza. Nikitoka hapa nitokage nikijua nikashinda mwalimu, so hakuna mtu ambaye anaweza nikashindwa. Tuende bado. Maskini wa Mungu jamu tu Shiva. Na huyu ni mchika kujina Tega Shrofa. Na unasikia kwamba na kutega Shrofa, yuataka tu kujisifisha hapa na mwalimu. Alimkamata stari kama hiyo na akamwakilia mbaya mbovu mwalimu, weko kando. Akamwambia kama naweza nikapiga mwalimu, ina maana ya kwamba na kutikuna maskini yoyote na ambaye anaweza kaniweza. Sasa mara moja mzuti Kriti Sanona alidunda. Kriti Sanona weko kando pia Kriti Sanona. Na hapa namuuliza jamaa wetu, yani kabisa hata kana kwamba nikuchukia msee, mbona ufanye stari kama hiyo? Miss brother zake Kriti Sanona kujaribu kudunda maskini wa Mungu pamoja na Kriti Sanona. Wote ni kuwekwa kando. Manzi katenda haya all because of love. Manzi katenda haya yote kwa sababu ya mapenzi, mtazamaji. Akasema hadi jamaa Tega Shrofa aweze kufunzwa, akitumai kwamba na Tega Shrofa ni kweli anampenda. Na ndio wakati mwingine mtazamaji nakwambiaga, kama haumpendi muache tu waende, manake huenda kuna mwingine pale na ambaye ataweza kumpenda usiyempenda. Sasa jamaa alianza kuinama, Manzi kafikiria ni busu na ambayo inakuja. Oi. Ile bado Manzi wetu Kriti Sanona anampenda Tega Shrofa. Lakini jamaa alimwapia shughuli sawa. Wazimu. Nani napenda kupiga busu? Weko kando Kriti Sanona. Yenyewe mtazamaji, mapenzi waga yanatesa. Wakati mwingine mapenzi waga yanatesa. Imagine Manzuto akamwomba Shiva tu aweze kumfunza jamaa Tega Shrofa ili mradi aweze kuja kumwokolea kisa na maana mapenzi. Jamaa wetu ni kule kaweza kufunzwa, lakini mjinga amewageuka maskini. Yenyewe mwenye namba ilileta pesa, mtazamaji, mwenye namba iliweza kuumba pesa, huyo alikuwa Ibilisi. Manake pesa inakuwa ni chanzo cha kila uibilisi wote duniani. Manzi one time ataweza kununua gari nambalo atambeba Manzi wetu Kriti Sanona. Hiyo yote Manzi anakumbuka. Na this time round, huenda leo ndio siku ya mwisho ambayo ataweza kumuona jamaa Tega Shrofa. Mavara Manzi nitabaika gari niwe na kubeba. Ile Manzi yote ni kukumbuka. Kaibo yeni. Majonzi ilianza kumtiririka. Mwanzo mtazamaji nakwambia kinagobaga, hata uwe mtu ambaye ni jito ina gani. Unaona? Hata uwe mtu ambaye ni jito namna gani. Uwe hata kama kwamba na kama huyu jamaa ambaye anajulikana kama vile Monga wa Mogoka ama Wajaba. Huyu Monga wa Jaba, mtu ambaye anajifanyaga ya kwamba na kutia ni jitu hawezi akalia. Mapenzi mtazamaji anaumaga mtu wakati mwingine. Unasikia majonzi yanatiririka kutoka ndani ya macho yako. Sasa mara moja niweza kununda kwa Kishiva. Manzi jaribu kumwambia moto Shiva, itabidi tuweze kununda upande wa pili. Tumstop Tega Shrofa. Maana kabisa kiungana na wale matajiri. Na waamue kudunda hapa, mambo yatakuwa ni mabaya. Watatumaliza sisi wote. Upande wa pili. Chiki mjinga ndio huyu. Imagine ameapea kwamba na kweti watu wote ambao watakuwa kichaguliwa wakiwa sasa ndio washindi wa wale maskini, yeye ndiye ambaye atakuwa kikabidhiana na wao. Anaona kando kitu na ruanarua, na kisha mimi mwanzo maskini wanalazimisha kwa kubeta, wanabetia mtu wao na mambo inakuwa ni mabaya. Shiva aliweza kukataa kudunda upande wa pili. Aminusi mimi Manzi wetu lidai nitaenda. Brother yake akamwambia mimi na mimi siwezi nikakuacha sisi uende. Tunaenda wote pamoja na wewe Kriti Sanona. Ndio Manzi wetu na kuoga atakaweza kuchomoka pale na brother yake, lakini brother yake kaweza kumwambia Manzi. Nini kufahamisha kinagobaga. Ukiwa maskini uweze kupatikana ndani ya Sun City, hiyo ni kama mtazamaji kujipeleka kwenye kambi ya wanajeshi na kisha unadunda huko kupiga mwanajeshi. Mtazamaji nakwambia utakipata cha mtema kuni. Wacha. Drone ambayo kaweza kuchopa kama security iliweza kuwacheki wenzetu. Brandi. Nianze kuwafuata stari kama Yukina Gaubaga. Hamse Kibera makadra jogori moja kwa moja. Niweze kuwafuata mbio. Na mchika kwa jina la Tega Shrofa pande wa pili. Brandi. Oyai. Imagine. Hapa nakwambia. Brother ni kucheza na hapa kujua cheza ngoma mdogo style kama hii. Asiwe na habari ya kwamba na kutiri kuwaga mpenzi wake. Imagine katarisha maisha yake. Hapa tu
kuja kumpata jamaa wote Tiger Shroff. Na jambo nambalo yataka kuja kumfahamisha Tiger Shroff ni kwamba na kutimudhi atambulikana kama vile Shiva. Amini usiamini, alikuwa ni babake Tiger Shroff. Na ambaye kaaminika kwamba na kutikaweza kuyaga dunia, lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu hakuweza kuyaga dunia. Cheki drone ilianza kutupa marisasi mbovu mbovu. Makosa ni atewe. Angalia mambo. La 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 la. Ni kubaya. Manzi inatupa marisasi stare kama hiyo. Angalia mambo. La 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 la. Ni atewe. Mamalai. Ruka juu na kisha bado epuka zile marisasi patana stare kama hiyo, na bado wenzetu ni kujaribu kumilia mjinga kujina Tiger Shroff bado yocheza ngoma upande wa pili. Oishi na manzi wake ukachikia kwa bana katika sasa hivi maskini wa Mungu ni kudedi na poko yua dedi. Angalia mambo. La 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 la. Oishi chungo mami bado marisasi zinavuta manzi pamoja na brother yake stare kama hiyo ni kujaribu kumilia, na bado lile drone yatewe na kisha Kongoli ni kuli maziri faulu kuhepa stare kama hiyo, na wakaweza kuiepuka ile drone. Na wakachiki bado drone yazidi kujaribu kutafuta, ikijaribu kutafuta kwenye napo kwa manzi yetu waliopo, ikiwemo brother yake upande wa pili. Tiger Shroff na yeye mtazamaji nakwambia hapa bado ni kujibamba na kwa biaraha ni mustarehe. Matajiri pekee yake walikuwa wanashindani Musanseti, na ukiona hapa ni kujitumbuiza na hapo wanajitumbuiza ni kwa sababu wana pesa. Upande wa pili maskini wa Mungu brother kijana manzi wetu jaribu kukabiliana na drone. Makosa kijana aliweza kupata marisasi stare kama hiyo, ndogo mambo ikawa ni mabovu na kwambia baba iko shida dadi. Alright, Nikoli manzi liweza kufuru kukabidhi na ile drone na kaiona kando, lakini makosa ni kwamba na kutupanda wa pili. Makosa makubwa. Brother yake alipata marisasi upande wa pili. Brother hapa naye brother yake manzi wetu ni kudedi na yua dedi. Imagine manzi kudunda hapa kumtazama brother yake, alikuta already kaludo ni kuisha maneno. Makosa. Na hapo tuko mali na popo manzi aliona hii Sunseti na popo mnasemaga ati maskini haufai kudunda. Namtaka Tiger Shroff niweze kumupia ukuli wa maneno, kitu ambacho kikaweza kunileta hapa. Wacha manzi kujaribu kudunda mule upande wa ndani. Kama kawaida watu wanashangaa huyu mtu ambaye ananuka maskini ameduda hapa kufanya nini? Kwa bahati ya Mwenyezi Mungu kufika hapa akakutadi wakati na popo Tiger Shroff yotoka kwa pirika zake za kuweza kujibamba yoelekea pale manyumbani. Selassie Gokonka di Babylon manzi makofi. Manzi kumwambia kuna jambo ambalo ni dharura na mbona nataka kuweza kukuambia. Jamali mwambie fuga mdomo. Mzee umaskini unakunuka mbaya mbovu. Johnny lidunda hapa. Ndilo wa manzi ingeweza kuropokwa. Akamwambia tafadhali jamaa wetu. Naomba tuweze kuelekea pale upande wa kando. Maana kuna kitu ambacho nataka kuweza kukuambia. 2 minutes de do. I need to tell you something. John यहाँ पे खड़ा है Manze unajua ni asaje. Hizi ni territories za matajiri. Na kujika na mboka kuweza kudunda hapa. You made one very big mistake. Umefanya makosa makubwa tena zaidi. Imagine. Na kudedi lazima utaweza kudedi. Manzi anaanza kumwambia tafadhali. I thought you loved me. Nilikuwa natumai kwamba na kwetu ulikuwa unanipenda, lakini imagine hiyo yote ukaweza kunitumia ili mradi uweze kujua vita. Yenyewe mapenzi na huaga yanatesa. Manzi ananyanyurua bio. Manzi jaribu kumwambia tafadhali basi njoo tu niweze kukuambia kitu ambacho nakitaka. Njoo tu basi niweze kukuambia kitu ambacho nakitaka. Jamali mwambia Tavara Bogi, hakuna kitu kama hicho ambacho kitaweza kutendeka. Kwa heri ya kuonana. Imagine. Alright. Mara moja manzi liweza kuchukuliwa. Design kama hiyo brother inakwambia. Upande wa pili brother. Hebu tazama sura ya mambo. Wakati huu mtazamaji nakwambia yule kike namba nikaweza kukwambia jina lake julikana kama vile Rosie. Rosie aliweza kudunda hapa. Na ukasikia kwamba kuna kinara ambaye alikuwa anaongoza hizi basement. Na bado tujaweza kumuona mtazamaji kwa huo muda wote. Aliweza kudunda hapa. Na kama kawaida sababu namba kaweza kumleta Rosie hapa ni kwa sababu John English amekuwa kipata pesa. Na kwa pesa ambazo wamekuwa kizipata imekuwa ni nadra sana kuweza kuzipeleka kwa kiongozi wao, na kama kawaida hakuna serikali na ambayo inaongozwa bila ya kuwa na pesa. Sasa mama hapo yomwonya Johnny akimwambia Johnny manzi hizo ganji na pesa imekuwa vinoma sana kuweza kuzitupa upande wa pili. Ndako lietile mdhuli mrata. Mbona ungekuwa kituma pesa? Jamaa akamwambia manzi pesa zimekuwa chini. Ati pesa chini. Yeah? Umekuwa kipea nani pesa?
Taiga Shroff alibonga. Oya. Manze kuna mse mwingine ambaye yofaa kubonga. Manze kamwambia wewe ni kijakazi tu wa kawaida. You are just a servant. Wewe ni mfanyikazi wa kawaida. Lakini jamani mwabi mimi sio mfanyikazi wa kawaida. Mimi ni partner. Na kama kawaida pesa ambazo zinapatikana, pia mimi napatiwa fungu langu. Na sio fungu la 10, ni fungu la wingi. Makosa. अपन बहुत जल्द फेवरेट बनने वाला है। पहले फेवरेट बन के दिखाओ, फिर आके बात करो। Lakini Manzi alimwambia baada ya kiongozi kuweza kunifahamisha kwamba na kutoa ni partner, huo ndio wakati ambapo nitaweza kukurecognize wewe Taiga Shroff. Kwa wakati huu mimi bado na kurecognize kama wewe ni kijakazi na ambao ni wa kawaida. Alright. Mtazamaji ukasikia kwamba na kutupanda kwa pili. Sasa mavuno ya pesa na yameanza kwenda chini. Na kama leo hii kuna vita ambao kaweza kuandaliwa upande wa pili, vita baina ya Taiga Shroff na moja kati ya maskini ambao kaweza kuchaguliwa upande wa pili na wakaletwa hapa kama kawaida kuweza kupigana. Angalia mambo. Alright. Kama kawaida watu kuwekeza bet waweza kuwekeza bet. Imagine kutoka kokona nyeupe, Duman Kauda suit. Mogolokio mwe, yani mtu ambaye ni wazimu kusema tosha. Alright. Jamaa tabulika naye kama vile Waigajo. Ndio nayo kanyaga kubwa. Alipelekwa moja kwa moja hadi kwa ule uwanja. Alright. Na kisha kokoni ya pili ndio jamaa tu Taiga Shroff. Na kupa kwa sasa hivi manake Taiga Shroff hajaweza kupigana vita hata moja. Yujulikana kama vile the underdog. Wasiwe na habari ya kwamba na kutimsina ambayo anaita underdog. Huyu na kubiri kwa ni moto na tena moto wa kuotea mbali. Imagine. Alright. Angalia mambo. Iko shida dadi. La. Jamali dunda mdogo stare kama hiyo. Alafu wajika wote ndio hawa. Alright. Jamaa dunda ndani mwa uwanja. Chikimatisha. Manzona ni underdog. Na ndio overdog. Alright. Sasa tako kubet. Watu wote wamebetia huyo mjinga kwa jina la Waigajo, manake wanasema Waigajo wanajua vita. Alright. Walianzana ni jamaa tu Taiga Shroff. Walianzana na Taiga Shroff hapa. Niateme. Walala. Chunga Taiga Shroff. Akamweka kada Waigajo. Na bado. Varai. Hiyo ni round 1. Twende round 2 baba. Twende round 2 Waigajo. Varai. Uliwacha kuendesha duvi. Ukakuja huku niwe na kupiga vita Kaa vizuri kijana. Mjika kwa jina la Waigajo. Waigajo na jamaa wetu Taiga Shroff. Taiga Shroff shasha. Makosa. Makushoto kulia. Miss. Na kisha kama tatiki stari kama hiyo. Ono wakanda Waigajo. Wea. Atuwete tena wakastuka. Manze kwa ni underdog anaharibika. Kwani itakuja hivi underdog aweza kushinda? Ama namna gani baba? Ni kunoma. Tena Waigajo wakaona kai. Manzi. Mnanionaje Silasi? Man selector. Jamaa kakumbuka vyenye waliweza kuambiwa na Shiva. Kama kawaida kufunzwa sio kujua vita. Vita inatokaga ndani ya mwili na kisha kujitolea. Bas. Akaona Waigajo hii. Wai. Jamaa aliambuka kama kimoda. Wevawi. Na kwanza aliambuka akiwa na ushingo minyoo na mwili minyoo. Inda. Ukava mno. Jireti kijana. Ako na umugu minyoo, shingo minyoo pamoja na mwili minyoo. Zote ziko na minyoo ndani yake jamaa wetu Taiga Shroff. Na bado anamchezea kapuka ligana na zinginezo. Kijana. Niatewe. Waigajo miss. Na kisha Waigajo bato mingi stari kama hiyo. Chafuliwa Waigajo. Waigajo akajopa kuamka. Mazini kwa nataka kujisifisha. Lakini siwezi nikakubali kujisifisha leo hii. Moshari Express. No hospital. Bas. Next patient. Nani mwingine ambaye yataka kusonde kwa? Wote wakajua gai. Manze. Kusonde kwa sio leo. Unaona kwamba labda iweze kuchomoka na kuwa ni vita ya wakati mwingine ama kutengenezwa iweze kuchomoka ni wakati mwingine.
mtazamaji, sasa baada ya vita ambavyo kaweza kupigana pale, mtazamaji sikiza, baada ya vita ambavyo waliweza kupigana upande wa pili, jamaa wetu Tiger Shroff alimuita mara moja Johnny, akamwambia Johnny English, Vafari, mimi ni mtu ambaye ni mjanja. Tumekuwa sasa kwa zile bettings ambazo tunabeta, unapata kitu kama ngiri 100, ngiri 50, vitu kama hizo. Hiyo ni pesa ambayo ni kidogo, lakini sasa hivi mimi nataka tuweze kutengeneza mamilioni ya pesa. Mtazamaji sikiza, nataka tuweze kutengeneza mamilioni ya pesa. Tutaundaje mamilioni ya pesa? Hapa basi mtazamaji aliweza kuambia jamaa wetu Tiger Shroff, akamwambia kwamba na kweti kwa vitu ambavyo tutaweza kutengeneza next, nataka sasa watu wote manake wataweza kuniamini, waweza kunibetia, lakini wewe usiweze kunibetia, wewe ubetie huyo opponent mwingine na uwekelee utajiri wako wote, then mimi nikubali kupigwa uweze kupata ule utajiri wote. Alright, ikaweza kwanza kudunda kwa vita ya pili, kabla kwa vita ambayo jamaa kaweza kusema waweza kuchange pale rules. Jamaa Tiger Shroff, Tiger Shroff, na kwa sasa hivi mtazamaji nakwambia mweza kubadilika, akaona msanii ambaye ni Hunter Kubotina zaidi. Jitu Tiger Shroff, Jitu Tiger Shroff ameweza kubadilika hapa mtazamaji, na akaona msanii ambaye ni Hunter Kubotina zaidi. Jamaa Tiger Shroff, Tiger Shroff, hoka oka oka si maskini ni kuchafuliwa tena kama yote. Jamaa Tiger Shroff, weko kando Selasi makosa. Ai, chunga Tiger Shroff, chunga Tiger Shroff, misa na kisha fanya suma soti. We makofi, we fiti, kama ni kuhepa hepa uko poa manzi, lakini ikifika ni kugonga gongwa manzi, lazima nikuwekele. Sasa maana Karudo tena alishaga, maana kwani huyu msee anaruka anaharibika, msee anaruka anaharibika namna gani? Na kisha Selasi conquer the Babylon manzi, mani chekije next patient, next victim. Karudo akasema niko ati uko wapi Karudo? Karudo unasema uko wapi? Kapanta spring round up kika akawekwa kando Karudo, we noma, na kisha Selasi no hospital Moshari Express. Karudo akabu nimekusamehe. Next victim manzi, unaonaje Johnny? Manzi tuko fine, tuko best manzi, tuko fit kusema tosha bro. Nini Karudo takau. Sasa watu wote wakaona kwa vita next, we huyo mse tulikuwa tunamuita underdog, lakini huyu ndiye ambaye ataweza kumbetia. Wakati huo kumbuka kwamba na kitiketi sana anakaweza kukamatwa. Maskini wa Mungu jamaa Tiger Shroff aliweza kudunda upande wa pili hapa, ili mradi kuja kumtazama maskini wa Mungu mzee Kriti sana. Angalia mambo oye, na kampata Kriti sana mwenyewe ndio huyu, na manzi kumwambia jamaa kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kuja kukufahamisha. Jamaa alimwambia sikiza, kwa haya maisha ambayo tunaishi, na zaidi ukisikia tuko mwaka 2070, kitu ambacho mtu waga na kiogopa ni kusota tu na kukosa pesa. But at least kana kwamba unaweza kuishi maisha kama unavyo unayataka, mambo yatakuwa yako fiti. Manzi kamwambia tafadhali, na mbona tu basi usiweze kuchomoka pale kando, tuweze kuchomoka mimi na wewe pale kando, niende tu niweze kukufahamisha kweli wa mambo ambayo nataka kukwambia. Alimwambia sikiza, juu wakati mmoja nilikuwa nakupenda. No honene azimu butulia hapo. Juu wakati mmoja nilikuwa nakupenda, hiyo ndio sababu ambayo itasababisha hautakufa leo. Kudedi hautadedi leo, lakini mateso ambayo utaweza kuyapitia yatakuwa ni mateso ambayo ni ya mtu mkubwa ama mtu mzima. Azimu na kujaji kwa matajiri na kuja kunukishia matajiri umaskini. Takataka washe maskini wa Mungu manzi wetu. Alright, upande wa pili ndio huyu mwanamke mtazamaji, na bali kakwambia kwa maana jina lake hapa, basi jina lake liko gani? Rosie. Asante sana. Na kubiruziwa mfahamisha hapa Johnny English ya kwamba na kuita kinara ameanza kuleta shida, manake pesa zipatikani, na nikapata habari kwamba na kuteti huyu Tiger Shroff ameweza kubadilika na kawa partner. Mzee mnabonga kuhusu hiyo story, naweza nikaingia kati. Aliyebua bado hiyo sio story ya majaguti kama wewe, ni story ya watu ambao kwa juu kwa juu. Alimwambia sikiza, mimi tu ndio mtu ambaye naweza nikaleta pesa mingi hapa upande wa Sunset. Mkiweza kunipa nafasi ya kuleta pesa hapa, naweza nikawaletea pesa ambazo ni mingi, niwajenge pesa ambazo ni mingi, na mambo itaweza kuchomoka na kuwa ni mazuri.
Manzi akamuuliza utaletaje pesa pale. Alimwambia sikiza Vavarai, siku na pigano moja kubwa ambayo inakuja kutengenezwa baada ya wiki moja wiki mbili, na kuna yule maskini ambaye ataweza kuchaguliwa pale. Yule maskini sasa, maskini wote unaona wataweza kumbetia pale. So mimi nataka tufanye hivi, tubadilishe sheria za mchezo. Juu maskini wote wataweza kumbetia pale, maskini wote waambiwe wasijaribu kumbetia, wote waweza kunibetia mimi. Unaona? Wakishaweza kunibetia mimi, amini usiamini, mimi sasa nitaweza kujipigisha ili mradi zile pesa zote ziweze kuchomoka na huyu jamaa kwa jina la Johnny. Kwa fupi jamaa wetu Tegashirov apoteze na maskini wote wameweza kumbetia. Zile pesa zote ambazo tutakuwa umeweza kuzibeta ziweze kuchomoka na huyu jamaa kwa jina la Johnny. तुम उन्हें उम्मीद दोगे? Exactly. वो तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे. Na hapo tuko mahali na ambapo amini usiamini tutaweza kutengeneza pesa ambazo ni mingi. Kaudu kahudhu. Kazi rahisi. Sasa kumbe mtazamaji, amini usiamini, maskini wote waliitwa wakatengeneza foleni kama hiyo, yani laini kama hii. Na sasa wote wanalazimishwa waweze kumbetia maskini, waweze kumbetia jamaa wetu Tegashirov, na kisha Tegashirov akubali kupoteza ule mchezo. Na akikubali kupoteza ule mchezo, maskini wa Mungu, amini usiamini, zile pesa zote zitaweza kuchomoka na kuni za wale watu na mbona ishi ndani ya Sunset. Angalia mambo. Sasa maskini wote wakadanganywa eti Tegashirov ameweza kubadilika na akawa moja kati ya wale maskini. Imagine. Alright. Sasa wote imagine utajiri wote ambao walikuwa nao, yani pesa zote ambazo maskini walikuwa nazo mtazamaji, wakaanza kuziwekea juu yake jamaa wetu Tegashirov. Walele yeye. Wasiwe na habari kwamba na kweti hiyo yote ilikuwa ni calculated move. Jamaa waweze kupoteza vita ili mradi maskini waweze kupoteza pesa zao. Na sasa kupiga mfahamisha Johnny English ya kwamba na kweti maskini wakipoteza pesa zao hawatakuwa na lingine la kufanya isipokuwa tu kwenda kujiangamiza, manake hata pesa na chakula hawatakuwa nazo. Olalo ikongoli cheki mambo. Alright, jamaa wetu Tegashirov ndio huyu. Ni wakati ambapo yujitayarisha kwenda kupigana kwa vita ambayo itakuwa sasa ni grand finale. Amini siamini, kwa ile grand finale jamaa wetu yafaa kuweza kujipigisha manze, apigwe midhili ya kuyaga dunia na ashindwe. Kama kawaida jamaa ndio huyu namba kaweza kudunda. Maskini wote wako pale, imagine wanatazama pale kwenye runinga kuona mambo yatakuwa namna gani. Wakati huo kama kawaida jamaa Shiva aliweza kudunda. Yuliza manze story kaweza kuchomoka vipi? Akabu imagine sisi wote kama maskini tukaweza kumpetia jamaa kwa jina Tegashirov. Manake na mimi nikakoba na Tegashirov. Leo hii lazima ataweza ukilipenda. Rieta. Nikutupa pesa. Yani ataweza kushinda. Na ukasikia sasa naye Tegashirov wameweza kupanga njama na Johnny English aweze kupoteza ile vita ili mradi maskini wote wapoteze vita ama wapoteze pesa. Wakipoteza pesa maskini wa Mungu wakiwa wote bila shaka wataweza kujiangamiza. Cheki mambo. Haraka upesi ndio wana ambao wanadunda. Mdogo mdogo taratibu, haraka upesi. Wadunda pale kwenye uwanja. Yai. Cheki kifua chake Tegashirov. Mtazamaji unasemaga kifua cha DJ Star kuwa ni kubwa. Hey. Manze unakosea. We, watu wengi wananiulizaga babara DJ Star kwa nini unakuwa na kifua kubwa stari kama hiyo? Mtazamaji, siri ya kuwa na kifua kubwa ni kwenda gym. Alalaya yeah. Alright. Cheko maneno. Sasa mtazamaji ulikuingilia mdogo mdogo. Cheki na man kauda suit. Ndio namba hiyo dunda. Selasi hii. Gokonkadi Babylon. Alright. Kwanza tena leo hiyo aliweza kumleta nani? Alright. Angalia mambo. Jamaa shaweza kudunda pale kwa uwanja. Akamleta Kamchuzi. Sasa Kamchuzi eti vita na ambao anajua. Omodo alwaga kalili kakogoya. Manzeteza kumbonda bonda jamaa wetu. Na mambo itakuwa ni noma. Lakini raia washaweza kumwaminia jamaa Tegashirov. Lazima Tegashirov ataweza kushinda. Na wote wakawekeza pesa na ambazo ni zao. Imagine. Waliangaliana na Kamchuzi. Kamchuzi wamwambia manzi, mimi manzi nitakukoroga kama mchuzi mix. Bro, nikukubonda hadi watu wenu waweze kukusahau bro. Alright. Haya. Jamaa wetu Tegashirov ndio huyu. Alafu walianza na hapa. Na maskini wa Mungu waweze kushika na ushike vizuri mtazamaji. Jamaa wetu anafaa kuweza kupoteza hizi vita. Kulingana na venye ambavyo wakapanga na mjinga kwa jina la Johnny, maana kila mmoja akaweza
beti ya maskini wa Mungu. Jamaa wetu Tega Shrofa maskini weko kando stare kama hiyo. Ha! Man mchuzi weko kando. Mchuzi alinyanyuka kijana na ako na mateke zingine mrefu weko kando tena mchuzi na bado ukamudhuli murata makosa makushoto kulia zingine mzito zingine noma baba mabalai nikaolo wavyo manzi awekelewe kabisa ni atewe nyanyuriwa weko kando na suplex na bado mabalai Mwalani watoto wenyewe hapo wana makosa weko kado mchuzi mix kamchuzi ya kashaga mwalani kwa kariu makosa walala weko kado tena Tega Shrofa. Lakini jamaa yosema bado niko maskini wote pamoja na matajiri na ambao kaweza kumbetia jamaa wote Tega Shrofa anasema manze bado tuko kwa giodhi manzi chikima tajiri kubabika ama maskini kubabika kai katika kihuru wei manzeka kipepeto story itakuwa ni mbaya. Imagine kamata mateke kuweko kando makosa ikonoma alafu makushoto mchuzi mix makosa berewa kukifua weko kando mchuzi niki huko gari turatora mchuzi weko kando kai mwalali oya namna gani nelewa Junior kaweza kubet pale pesa zote kwa mchuzi manake anajua mchuzi wafaa kushinda lakini jamaa wetu lazima ataweza kupoteza. Raundi ya kwanza pale maskini wote walifurahia na wakajua kabisa jamaa Tega Shrofa lazima ataweza kushinda. Johnny ana bugudha manake yojua kawaida hiyo ni raundi ya kwanza. Jamana jikakamua pale akuja pepeto raundi ya pili ama raundi ya tatu. Lazima tufurahishe raia. Cheki maskini wa Mungu jamaa tushiva. Maskini wote na mbarukuga anga zenye mtazamaji. Raundi ni ya pili sasa walianza kushtuka. Manzeka tenda vipi? Sasa kurudi pale mchuzi alirudi akiwa ameiholia. Kijana anawekelewa mchuzi mix. Okay. Unataka mix gadhate. Kijana weko kando na kisha walala Tega Shrofa weko kando. Gai maskini tena wakaona woi. Ema. Fifth babu namba tulikuwa nayo imeenda. Jamani nyanyuka. Woshi. Maskini wa Mungu jamaa Tega Shrofa kunyanyuka. Na mjika kwa jina la mchuzi mix uko inade miss ondokewa mchuzi mixer. We kamchuzi. Wea na bado. Walala ni kumchafua maskini wa Mungu jamaa Tega Shrofa. Watu wote walistuka. Cheki hadi maskini wa Mungu manzi wetu Kritisanona kaona manzi. Niko baya. Maskini wote wakajua kwamba na kitu kwa sasa hivi story ishaweza kuchomoka na kuwa nyingine mbovu. Imagine. Na kisha upande wa pili cheki. Johnny akamwonyesha jamaa Tega Shrofa. Ni muda na wakati na ambapo sasa ukiwekelewa hii usijaribu kunyanyuka tena. Niwekelewe hiyo na ukae chini kabisa. Na wajita mnduli mwananta. Ni uguo. Cheki. Wala. Oya. Manze tunde namba mlikoga mnaita champi. Umanze ni mtoto huyu hatajui vita. Tega Shrofa weko kando. Johnny akamwonyesha manzi. Ni kidole. Nema. Manze pepeto hizo na mamita na ambazo zinaingia bro. Manze ni kidole. Lakini mtazamaji mimi usiamini jamaa alianza kukumbuka. Bro nikakwambia kwamba na kweti. Usimuone jamaa Tega Shrofa ukamuona akiwa mjinga. Haya mambo yote namba ukoga ni yatenda. Alikuwa ni yajua siri fulani mtazamaji na ambapo tutaweza kujua hivi karibuni. Cheki mambo. Alimuonyesha Johnny English manze ina noma. Wacha ninyanyuke sasa niwekelewe Tomika niweze kuona wakando. Picha letu Gana Padha akuwa hapa beshini kwenye kipindi cha Mashamshama. And it is a fight to the death. Only the strong one this time round to survive. Shabash. Jamaa wetu chafurua stare kama hiyo. Chafurua vibaya tena zaidi jamaa Tega Shrofa. Chafurua vibaya tena zaidi jamaa wetu. Oya! Jitako kamchuzi meni. Mzee mnanionaje? We.
ambao kambetia wakasema maze uko fiti bro. Manzi ile kuweza kuchomoka pale. Refarini iweze kududa mbio. Atazemekana kwamba jamaa tu manzi na bado alikuwa anayopumua. Manake matiki na mbozo kaweza kuikelewa pale. Hapo napo nakwambia labda bahati ziweze kuchomoka kwa Mwenyezi Mungu zimnyeshe mvua. Makosa makubwa. Cheki mambo. Yeye. Ni atiwe. Aliweza hapa basi kuja kumtazama. Yajaribu kumuita jamaa wetu. Can you see me bro? Jamaa alianza kunyanyuka mdogo mdogo. La. Na nikakwambia kuna siri na moja mtu alikuwa kujua. Nambo sasa mtazamaji na kusukumia kinaga ubaga. Kumbe wakati na Papa Manzi aliweza kudunda hapa, alimwambiaga jamaa wetu maskini wa Mungu Shiva alikuwa ni babake. Na hata kabla jamaa hajaweza kuwasaliti, aliweza kudunda pande wa pili kwa jumba lake Shiva na akaweza kupata picha namba kwa gani yake Shiva. Na mamake kabla ya mamake kuweza kujaga dunia, na hapo kaweza kubaini na kujua kwamba Nakuti Shiva alikuwa ni babake. Na hata wakati ambapo jamaa tutega Shirofa kadunda hapa, hakudundaga hapa ili mradi kuweza kusaliti. Aliweza kudunda pande wa pili ili mradi kuweza kuhakikisha kwamba Nakuti wale matajiri wataweza kwenda losu moja na ambayo itakuwa ni ya mwaka kuweko kando. Abasha. Kamchuzi. Oi. Ushaigongwa unakaa mix ya chapo na mbosho. Unagongwa bro, unakaa kama mix ya chapo na maharagwe. Kamchuzi. Kamchuzi. Wala kwa nimekula vita. Koja. Maskini wote walistuka. Jamaa wetu tega Shirofa kamata. Makosa ni kupita na mchika style kama hiyo. Mchika kwa jina la Kamchuzi. Manzi alibambeka. Manzi wani chali yangu bro. Manzi wani chali yangu. Johnny Grish de namba yotoka na wazimu kaye. Manzi umseyo ataka kufanya nini? Imagine alimtazama Kamchuzi design kama hiyo. Akamwambia Kamchuzi, mimi sina kisha spring round up kick. Makosa. Hiyo bro kiamuka. Hiyo nayo nakwambia manzi labda ziweze kuchomoka na kwenye ndoto za mchana. Iko shida bro. Tena Johnny English akajakai. Manzi tukola tunaenda faida ya milioni 3. Sasa kama kawaida losi ni ya milioni 3. Shangu dirimo viviju na vuvuzela ziweza kutanda kwa wale maskini. Manake imagine mtazamaji wamepata pesa mingi. Wamepata pesa mingi kiwango na ambacho ni cha kwamba Nakwete kwa sasa hivi. Ingawa walikuwa ni maskini, wataweza kuendelesha maisha yao mtazamaji. Wabe! Mzee wa mseni mnoma! Wa msea kofiti! Imagine. Lakini sasa jamaa aliweza kumwambia mchika kwa jina la Johnny. Na akaweza kumwambia Shiva ameniamini. Shiva, niliweza kujua kwamba Nakuti ni babangu. Na story nambari kuko nanipa yake Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan alikuwa ni babu yangu kabla hajaweza kuangamizwa na hawa ni hawa matajiri. Na wakati mmoja akaweza kuduna pale kwenda kukuangamiza. Kwa bahati Mwenyezi Mungu ukapoteza uwezo wako kutazama, lakini haukuweza kujaga dunia. Nikiwa pale nyumbani niliona vizuri picha. Na nikacheki kwamba Nakuti wewe ndiye nambari kwa ni babangu. Muda na wakati wa kwanza ni kweli uliweza kuangamiza mamangu, nambari kwa ni bibi yako. Haukuwa gana lolote la kuweza kulitenda pale. Manake wakati huu tukoga tumeweza kufinywa na gia nambari 13. Na mambo yalikuwa mweza kuchomoka pale na kuone mabaya. Amini usiamini. Wakati mmoja nikaweza kuluna nyakati za usiku. Nikapata tatu nambari kuoga nayo pale kwenye mgongo. Na baada ya kuweza kuingia pale kwa wardrobe, nikapata pale kuoga nayo album. Na ile album yenyewe ilikuwa na picha nambari kuoga ni ya mamangu pamoja na wewe dadi. Na hata wakati na Papa Manzi aliweza kudunda hapa, akija kuniambia kwamba Nakuti ni babangu. Imagine already mimi nilikuwa najua kwamba Nakuti wewe Vavarai ulikuwa wewe ni babangu kuanzia muda na wakati wa kwanza. Na hata wakati na Papa nakupa masaje mdogo mdogo, nilikuwa nakupa masaje stari kama hiyo nikijua kabisa walikuwa ni babangu. Imagine. Niatie. Alright. Just skip by after. Na kisha kwambia sikizeni. Wewe. Yani matajiri nyinyi wote ni watu na mbona nafaa kuweza kuona kado mara moja. Lakini hamutakufa leo hii. Sababu ni kwamba Nakwete mimi nitaweza kupa nafasi ya kuweza kubadilika. Nitawapa nafasi kubadilika. Na huyo kiongozi na ambaye tujaiweza kumuona hata wakati moja, na ambaye nasikia ndiye ambaye huwa kiongozi hapo pale wa Sun City, anafaa kudai ama kujua kwamba Nakwete the warrior has arrived. Ghana path has been born.
Na ukisikia kwamba na kupigana pata hazibin bona, mambo inaaminika kwamba na kutika sasa hivi yatakuwa ni hatari kubwa. Wakati ambapo manzi utikiriti sana niliweza kudunda hapa, kwa hakika mtazamaji aliweza kumwambia jamaa wetu na akamwonyesha kwamba na kuti jamaa atambulikana kama vile Shiva alikuwa ni babako. Na hapo tuko mali na ambapo jamaa tutega Shirofa alimwambia Kamanzi naye jamaa wetu alikuwa nayo plan ambayo ni kabambe, na ambapo alikuwa ni kuweza kukolea maskini wote. Ile ukiwa na pesa hautakuwa maskini tena, na ukiwa na pesa mtazamaji hauwezi ukakaliwa. Elewa mtu waga anakaliwa mtazamaji kwa sababu hauna pesa na wewe ni maskini. Lakini ukiwa na pesa kama kawaida hauwezi ukakaliwa muda na wakati wowote. Imagine Manzi kaweza kuduna kwa wale maskini akwambia kwamba na kutetega Shirofa kwa upande wao, na hata wakati ambapo kulikuwa na hadiwa kuweza kumbetia Tega Shirofa, already Manzi wetu alikuwa kashaweza kuwafahamisha waweze kumbetia Tega Shirofa na wataweza kupata faida ikiwa ni maradufu. Kila mmoja aweze kupata pesa huenda kununua ploti na hata kuweza kujitengenezea maisha na boni yake mazuri. Alright. Sasa matajiri waliombo sasa. The hero has been born. Na ukisikia kwamba na kutimshio shujaa kaweza kuzaliwa pale, ni muda na wakati na ambapo sasa wale matajiri wote waishi kama maskini na maskini pia waweze kuishi kama matajiri. Imagine, yani kila mmoja na mbona upande wa pili aweze kuishi kama yule mtu mwingine. Hakuna ambaye atakuwa juu ya mwingine na hakuna mwenye anapata kwa chini ya mwingine. Ikawa ni shagodera mwa vivyo na vovozera. Raia wote waliweza kudunda ni wasapa, wakaweza kudunda upande wa pili. Manzi ilikuwa ni furaha nyingine na ambayo sio na kifandi. Manake at least jamaa tutega Shirofa upande wa pili, brother sister ndugu. Hapa brother akaweza kuja kuokolea. Mara moja alimtazama sasa Johnny. Akamwambia Johnny, sikiza. Huyo kiongozi na ambaye sijawahi weza kumuona, tafadhali no abe ikoroke huko. Anaweza jireta hapa ni Gachagua ama ni nani? Ambe okay huko. Huyo tunamuimpeach leo. Sio kesho. Hakuna kupeleka Supreme Court. Ni hapa kwa hapa. Stori zake tuweze kuziona kando. Wote walijenyuka. Na mtazamaji ukisikia kwamba na kiongozi na ambaye kuongoza hapa ni msini ambaye anaogopewa kama maji na petroli. Imagine alikuwa yuogopewa mbaya mbovu, manake huyu alikuwa ni Shetani mguruki wa Kanyuge na bali 86 kuongeza somoni na ndororo. Kama ni kuangamiza na ambako nataka kuangamiza, nyinyi wote already mungalikuwa ni maiti. Na jambo na ambalo nataka kuweza kulifanya, manake mimi sikuwa nimekuja hapa kuweza kuangamiza mtu yote, nilikuwa nataka kutengenezea wale maskini wengine wenzangu maisha na mboni mema. Kinara wenyu waweze kuitoa. Sasa mtazamaji, mahali na ambapo kinara aliyopo, kinara na ambaye tujaweza kumuona hata wakati moja, aliamua sasa kudonda. Na huyu ndugu brother mpenzi mtazamaji, huyu ni mguruki wa Kanyuge nambari 86 kuongeza somoni na ndururu, ambaye anakuwa na mbwa mwingine na ambaye ni hatari kubwa. Aliamua sasa kudonda. Jamaa akaambia kwamba na kweti sikate kwamba na kutia mguruki wa Kanyuge nambari 86 kuongeza somoni na ndururu, lakini jambo ambalo nafaa kuweza kulijua ni ya kwamba na kutujinga wake maisha, na kisha kumbe mdozi wao anafanana kama nani? Yuwafanana exactly kama jamaa wetu Gana Padha aka jamaa kwa jina la Tega Shirofa. Akamwambia Tega Shirofa, sikiza, kama kwamba kuna kitu ambacho kila binadamu huwa anakiogopa, binadamu huwa anaogopa kifo. Na hata wewe ni binadamu ambaye ni wa kawaida. Jamani, mwambie kweli mimi ni binadamu ambaye ni wa kawaida, lakini kana kwamba kuna kitu ambacho huwa mimi siogopi. Sijawahi kuogopa kifo hata siku moja. Akapo lazima uogope kifo. Mimi sio mtu kama wewe. Manake mimi sina moyo, sina mwili, na hata huwaga sihisi uchungu. Na binadamu yote ukiweza kumuhisisha uchungu, atafanya exactly kama vile unataka. Alimwambia, sikiza, this was just a warning. Manake Gana Padha has just arrived. Gana Padha sasa mtazamaji na ameweza kudonda. Lakini ukitaka kuona venye ambavyo kataweza kuchomoka mtazamaji, venye ambavyo kataweza kumana pale, usikose kutazama sehemu ya pili ya Gana Padha. Manake Gana Padha sehemu ya pili itachomoka mwaka ujao, siku kama ya leo, tarehe kama ya leo, na tutakuwa bado papa kwa hapa live nikikuandalia Gana Padha, the rise of a hero. Jina la barabara. Asante sana Wakanda the Wana.